Alright, welcome kwa watu wote ambao mko katika maeneo yote nchini as we get to follow kwa sababu ya masuala ya siku ya leo, siku ambayo tunasema kama ni siku ya Wednesday, ambapo wengi wamekuwa wakingoja masuala ambayo Rais Uhuru Kenyatta angeongea katika eneo hile, ambapo amekuwa pale Mount Kenya, na haswa ni masuala ambayo kila mmoja alikuwa anangoja kuona kama kuna mtu atapigwa chenga ama ikiwa kwamba kuna mtu atapigwa na ataweza kuoneshwa noma, lakini tunasema kwamba lililofanyika lilishafanyika, na bado tunaendelea kusonga katika hatua ya kusonga moja mbili kutoka kwa mahala tulipo kuelekea kwa mahala pengine, kwa sababu bado tunajua kwamba kuna mengi zaidi ambayo taifa letu linaendelea kuyapitia haswa katika wakati huu, ambapo bila shaka ninaamini kwamba uliyekuwa kwenye runinga yako ulikuwa ukitazama kujua kwamba ni lipi hili ambalo rais angeweza kulisema, na hata kuna wale pia mmekuwa mkifuatilia haswa kwenye mitandao ya kijamii Insta, pale wameweza kuposti vitu vingi, lakini unajua mengi yaliyopostiwa sasa hivi tuko live ili kwamba tuweze kusema umepata ujumbe wako kwa njia gani? Unadhani kwamba ni lipi hili ambalo Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuliongea kwa njia ya kujitetea binafsi, na ni lipi hili ambalo amejaribu kuwafichulia? Na tungependa pia kujua ikiwa kwamba unadhani huu ndio wakati bora ambapo Rais Uhuru Kenyatta ambapo angeweza kushare lile ambalo aliweza kushare siku ya leo, na bado kuendelea mbele tunaweza kujua ni yapi ambao wewe, kulingana na wewe, ungedhani kwamba ama kulingana na vile ulivyosikia yale ambayo alikuwa akiongea kwamba ni lipi unaona kweli ni kweli ama ni urongo, kupitia kwa yale ambayo alikuwa akiyasema siku ya leo. Tuko tu hapa, tusiwe kwamba tunafichana kinzani, lakini tusiwe kwenye giza, tuwe hapa kwenye mwanga ili kwamba tuweze kujua mengi zaidi katika siku ya leo kuhusiana na masuala ambayo tumeweza kuiona kwenye television mingi, hasa leo hii ambapo tumesikia wanasema kwamba you want to hear from the horse itself. Sasa leo hii tumeweza kusikia pale ambapo the horse itself so we've been waiting kuona kwamba kweli rais atasema nini, and indeed kwamba ikiwa kwamba ulikuwa nadhani kama kidogo mzee angetupwa, ulikuwa unadhani kidogo Ruto angetupwa, lakini leo umeweza kufahamu yale ambayo yaliweza kuongelewa siku hii ya leo. Niweze tu kusoma jumbe mbili tatu kabla sijaenda kwenye maombi kwa wale wote ambao tumeingia hivi sasa. Kuna yule ambaye anaitwa Ezra Polikapongeri Desmond anasema kwamba namache live ndani. Thank you so much kwa sababu ya kuingia ndani na tuweze kudiscuss pale live kwa njia iliyo ya taratibu katika siku hii ya leo. Katika njia hiyo basi itakuwa ni vizuri tukiendelea kwa njia ya taratibu kabisa. Niweze kushare tu link ya pale ili kwamba iweze kuwa vizuri kabisa, tuweze kushare pamoja na wewe kabisa. DJ Jogori nasema kwamba hi, hali vipi, wapi Kurkuntu, hapo wapi? Andako pale tu, atakuja siku nyingine. Nadhani kama mlikuwa naye Monday na Tuesday, sasa leo hii ilikuwa kwamba niingie, alafu tutaweza kuwaeleza baadaye vile mambo yatakavyokuwa yakienda. Naona pale Makogoti yashaingia hapa. Makogoti. Yes bro. Ujambo brother? Mimi niko poa. Uko vizuri? Mimi niko smart. Niko sawa pia, nashukuru Mungu. Ninaona kuna mtu mwenye anaanga heshima hapo kwa comment section. Kuna watu wengine sijui wanatumia akili ya watoto na ni watu wazima. Sasa hao tu naachana na wao na assume. Lakini hapana, si poa mtu kuandika mtoto, hata yule mtoto yake mwenye amezaa siandike hiyo puzi bro. Unajua tunasema kwamba kila mtu ameruhusiwa ku comment anything, so unaweza kaandikiwa anything. But bro, when you comment, it is better hata usalimie mtu kuliko ucomment upuzi. Ni kweli. Mimi huyo namwambia ni mtu mchinga sana, ana akili. Hatujajua, lakini umekuwaje leo? Mimi niko poa bro. Wapi Kurukuntu, unajua Kurukuntu ni kama ameenda kulala, najua tu nikimpata hapa siku nyingine atajua ajui. Kurukuntu ako pale nyuma ya kamera.
Jana alinitusi na Nash. Nikaenda mbio sikurudi, lakini tuko pamoja. Mlikuwa uliambiwa hujui masuala ya mapenzi bwana. Wananiambia nitakufa bwana. Okay. Walipindisha masuala ya mapenzi ukaona hapana bwana. Hapana, leo acha tu ninyamazie juu wanajua tu ninaumia. Lakini anyway, hiyo ndio tunatakanga, tunasalimiana hivyo. Bila chuki. Unajua ukiwekea mtu chuki si kitu mzuri. Ndio ni kweli. So, na watu kama mtu wewe kama una comment huko nje, comment na kitu ya heshima. Unajua hii ni platform ya mwenyewe. Kama unataka kufungua hata wewe afungue yake na sisi tukuje tu comment hivyo. Sasa hakuna kitu tunaweza endelea bro. Naona. Ni kweli. Yeah bro. Hiyo ni poa. I'm waiting again. Kwa sababu wewe ni mtu wa kanisa bwana. Hapana. Hapo ukitaka nitatoroka. Ukitaka kunikumba. Okay, tutaweza tukaomba ikuwe vizuri. Na Steve nimemwona pia ameweza kuingia. Na Steve, ujambo bwana? Jambo sana. Salimia ndugu yako hapa bwana. Niko sawa. Huyu mtoto anasema eti jana tulimpeleka mbio. Mlimkimbisha bwana. Sasa anaongea story na wakati tunajua situation yake. Mimi mwenyewe personally, by the way I said personally I know what you are going through. So usiongee sana. Tunajua, tunakuelewa male huko. Shida yenye unapitia we know. Na wacha tuache that's on our side. Sasa unaona huyu Mkogoti ako na problem. Unaona hata watu wenye anaunga mkono vitu zenye wanaandika hapo kwa comment. Surely mpaka kwanza huyo mtu namuona ni mtu na heshima zake, amevaa suti, lakini ona kitu yenye ana comment hapo. Sasa watu kama hawa sio hata wajiassociate nao bwana. Wewe Mkogoti, rudi nyumbani. As you can see, the president has already shown you the way. So wacha mambo mengi, rudi tu kwa line na maisha iendelee bwana. Mako Ngeri, ujambo? Si jambo, niko. Karibu ndugu yangu, huko kutoka maeneo gani bwana? Leo nimekuona mara ya kwanza, sura yako bwana. Tena tulikuwa hapo na Nash. Huyu ni Mark bana. Mark alipata mtoto wa Mombasa, mtoto anamuuliza kama ameoa, akashindwa kujibu. Alianza kutuliza. Alishindwa kujibu bana. Mara anatoroka anarudi, anatoroka anarudi. Nash bana, wewe jana ulikuwa na mwana. Sasa niliangalia ule wimbo bana, umeimba vizuri, alafu sasa si unajua wewe ni mtu wa Mungu, si tuombea bana tuanze hii show. Oh my God. Yes. Wewe unajua papa, leo ni you know I'm a Rasta man since nitoke shule nilikuwa na What happened bwana? Okay, wacha tuombe. Funga macho. Wewe Mkogoti, wacha kucheka. We are going before God, please. Okay. Asante Mwokozi kwa sababu ya usiku wa leo. Tazama mfalme wa ajabu, tunaenda kuungana mahali hapa kuongea maneno ambayo yatakuwa ni maneno ya kujenga nchi yetu, bali si maneno ya kuleta faraka katika nchi yetu. Mfalme wa ajabu, tunapoenda kutangamana, tazama hapa tunakutana watu wa maoni mbalimbali, watu wa mawazo mbalimbali, watu wa tabaka mbalimbali. Utuongoze katika ndimi zetu. Kila jambo tunaloliongea liwe ni jambo la kumjenga mwenzetu. Mfalme wa amani, kuwa na sisi hadi tutakapofika tamati. Tutasema ni asante, na ni katika jina la mwanao Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Omosh Chris, uko namna gani bwana? Niko fiti baba. Uko sawa kabisa? This is my first time kuingia hapa. Karibu ndugu yetu. Yes. Asa hapa ni Kissipot TV. Wageni tumewaalika nyinyi wote, hata kama wewe ni mgeni, hata kama ni leo, hata kama ni kesho, bado tutakukaribisha tu.
Kabisa. Yes. Alright, karibu. Sasa nataka tuanze na hii story ambayo ni the main story ambayo tuko nayo siku ya leo. Na Steve, unakumbuka last week tukipredict kwamba ni kipi chenye rais angesema? Exactly. Na kina Mkogoti unakumbuka pia? Wakikataa. Sasa unajua hawataki kusikiliza waenga tuko hapa. When we say unajua watu wengine, you may see me with dreadlocks, lakini believe you me, I'm guided by the Holy Spirit. When nakwambia kitu, you need to listen. Hizi vitu venye zinaenda sasa hivi venye tunaenda kuongea pia nitakwambia mengine. Yeah. Okay, wacha tu play clip yenye ambayo imechezwa siku ya leo and then tutaweza kusonga mbele, tuweze kuongelea yale masuala ambayo kidogo ambayo sitakuwa nimeplay hapa, tutaweza kuyashare moja kwa moja ili kwamba tuweze kuchangamka na hii story, au sio? Marco Ngeruko ready? Yes, niko ready. Omosh Chris uko ready? Niko ready. Marco uko ready? Right. Na Nastia uko ready. Sasa nataka tujue wale wa mrengo fulani na mrengo fulani, ndio tukianza hii discussion ninakuwa ninapeana kikundi kina discuss hapa, huyu anawakilisha upande mmoja na huyu upande mwingine, atakuwa ni vizuri. Makokoti, wewe najua tu ni Jubilee na si najua ni Azimio. Omosh, uko upande gani leo? Omosh? Yes. Wewe uko upande gani? Uazimio ama Kenya Kwanza? Mimi niko Oka baba. Mimi niko Oka. Okay. Marco Ngedu uko wapi? Yes. Yeah. Mimi niko Azimio. So hii group iko balanced sasa. Tuko na Azimio wawili na tuko na Kenya Kwanza wawili. So tuko sawa. So nitakuwa najua vile ninapeana na manafasi hapo, itakuwa ni vizuri. Kabla ya kwenda pale, kabla ya kuplay hiyo, tutaenda kwa comment. Naona Tanashia alisema kwamba Ezra, your name betrays you. Inambetray kabisa. John kama anasema kwamba no, kule ni Ruto ndio kusema nani. Okay. Judy Mokogoti anasema kwamba Mokogoti anawaona pia. Alright, thank you. Tuweze tukaplay hii video. Tuweze kuplay. Sina haja ya kuingilia hawa na wale wengine. Yangu ni kusema tu, nataka tuchambue haki na uongo, hiyo tu. Na mimi nasema, wakati mlinipatia nafasi kama wananchi wa Kenya, nitarudia kwa Kikuyu, lakini wacha niseme, mimi niliamua ya kwamba jukumu langu ni kutenda na kufanya yale ambaye inahusu mwananchi wa kawaida, na nikasema ya kwamba mimi nitafuatilia hiyo barabara, na nimejaribu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kufanya yale ambaye ina uwezo kwa kufanya. Sitaki niwadanganye ya kwamba nimefanya yote, lakini najua ya kwamba hata shida zile zote nimekuwa nazo, hakuna rais ambaye ametembea mbele yangu ambaye amefanya yale mimi nimefanya kwa taifa la Kenya. Hakuna moja. Hiyo mimi sikuchukia wale wameenda mbele, ni kusema tu uhaki. Ndio haya yale ambaye yanaonekana. Ya pili, mimi nilisema ya kwamba mimi haja yangu ni umoja wa Wakenya. Wakenya waishi na amani. Na amani kwa sababu gani? Amani kwa sababu hakuna maendeleo bila amani. Tunaelewana wenzangu? Wakayo hapa wamesema, na sijui, na ni pole sana kusema hivi, haswa kwa vizazi ambavyo vimezaliwa wakiona maendeleo.
Vizazi ambavyo wamezaliwa kutoka mwaka wa 2002 wameona mambo hii. So mategemeo yao ni makubwa na ni sawa, ni haki yao. Lakini ni vizuri pia wajiulize yale ambaye yametendwa, tulikuwa tumetoka wapi? Wengi hamjui vijana. Ni sawa, mkija mkiambiwa ni kwa sababu mmeona yale mmeona. Lakini ulizeni wazazi wenu wametoka wapi? Ulizeni wazazi wenu kufika pahali ambapo tumefika tulikuwa wapi? Ulizeni wazazi wenu wakati walikuwa wanasomesha watoto na pesa ya kahawa na majani chai na maziwa, pesa hiyo iliishia wapi? Iliishia wapi? Ndio tabu ingie. Na mimi nawaongelesha vijana kwa heshima, kwa sababu mimi nawapenda. Lakini mujiulize yale mnayaona. Yes, you want more. It is normal. Every citizen, every person wants more. But you should also ask, where and why? Where were we and where are we? Na wakati nawaonesha vile tunawaonesha sasa, sio kusema ya kwamba tumefanya yote, bado kuna mengi ya kufanywa. Alright? Lakini mkumbuke where we have come from. Haya, tumefikia hapo kwa awamu ya kwanza, tuweze kujadili kile ambacho tumejaribu kusikia hapo, na tunataka tusikie reaction za kila mmoja kufikia, kwa sababu nimejaribu kuongelea mambo mawili matatu, kijaribu kufanya some of the vitu ambavyo anajaribu kulinganisha mahali walikuwa na mahali wapo, na hapa ana refer zile video clips ambazo aliweza kuplay wakati wakiwa na naibu rais William Ruto, na video clips wakiwa pamoja na huyu ambaye ni baba katika eneo la Azimio. So anajaribu kuplay hizo clips kuonyesha ni miradi mingi imefanywa wakati fulani na mingine midogo imefanywa wakati fulani, na pia akajaribu kuongelea about kujaribu kuwa na tunasema kwamba ni kisengere nyuma. Alijaribu kujenga kisengere nyuma kwa watu ili kwamba kidogo tuweze kukumbuka mahali watu walitoka na mahali wamefika, na kulinganisha hatamu yake ya pili ambapo amesema kwamba imekumbwa na changamoto, ambapo anasema kwamba hakuna yeyote aliyefanya zaidi yake. Sasa hapo ndio kwanza tunataka tuelewe, kulingana na hii comment ambayo amefanya kwamba hakuna yeyote, there is no any other president amewaifanya kazi ambayo ameifanya, ni kweli ama ni urongo? Hapo ndio tunaanzia. Tunaanza Mkokoti, tunaanza na wewe. Yaza. Okay. Kwangu kama mimi najua tu kuna wengine watamesa leo wembe, acha niongee tu naenda. Number 1, huyo mzee ni president wetu, lakini sasa ako na uchoyo wengine mbaya. Hii maana anaongea hapa. Ukitaka kujua huyu mtu anaongea uchinga, enda kwa comment section za Wakikuyu. You can see ile vitu zenye ameambiwa. Ukitaka kujua sasa, enda Facebook kwa comment section. Uangalie zile maneno anatuziwa hapa, ametuzi. Mpaka kuna okay, wacha niongee juu mimi naendanga na narudi saa 6. Pia unajua nasi anajua natoroka, mimi sitoroki. Number 1. Kuna kitu alisema sijui ni pesa, sijui ni 3 billion. Ati Ruto aliipa. Si ndio? Kama ukisikia statement zote na mabroga zenye zilikuwa zinakatakata utasiangalia, lakini of course sasa waje tuende kwa hii topic. Huyu jamaa ako na uchoyo. Of course wanasema Ruto ni mwizi. Hakuna mtu mwenye anafanya kwa serikali ambaye si mwizi. Hata sasa yeye ndio mwizi mkubwa. Ukiangalia even the economy ya sahi Kenya imeharibika because of handshake. Hiyo yasiongea. Asiaka hapa tu ni kupweka huyu ni mwizi, huyu ni mwizi. So huyu jamaa ile kitu anataka kubray, anataka kuchezea wa Kenya. Sisi wa Kenya wanyonge, sisi wanyonge.
wanataka kujifanya hapa ati sasa huyu jamaa ni mwizi. Of course hakuna mtu si mwizi, acha tuambiane ukweli. Tungekuwa tunaambiana ukweli, tungekuwa tu tunajua mahali tunaelekea, lakini Uhuru aliongea vitu mbaya kama alikuwa mrefi, aliongea maneno mbaya. Ile maneno ya ukitaka kufuatilia ile maneno alikuwa anatamka ya Kikuyu, mimi na tunafanya Mkikuyu kazi hapa. Ile maneno alikuwa anaongea ya Kikuyu ni venye unajua asichakuwa translated, ndio utajua ile vitu alikuwa anaambia watu. So of course unajua nashindo chenye naongea juu mzee anaumanga watu vibaya, na yeye mzee ndiye analeta conflict Kenya. Angelitaya mzuri tu aende pole pole venye wengine waeme. Na hii kitu chenye anasema ati hakuna rais amefanya kazi kumshinda. Huyu amefanya kazi gani ama ndiye ameharibu Kenya? Kwani parapara yenye amechenga ndiye amefanya kazi? Huyu ndiye ameharibu Kenya. So mimi sichaongea kwa uchungu because hata tukiwachagua hakuna mahali watanipeleka ama watusaidie. Sisi kitu tunalilia ni economy. Unaona, watutengeneze tu economy. Unaona? So kwangu mimi kama Mokogoti ni yangu nitapiga ya president, baki hizi zingine sipigangi, lakini nitapiga ile ya president party. Wacha tuhubiri amani. Kitu ya kwanza. Tunaenda. Wacha tuhubiri amani. Amani itawale Kenya because haima tunaelekea Papa Isaac Nash Mark Omosh mahali tunaelekea ni kubaya. Even nyinyi sisi tunaangalia tu. Na kuna kitu kingine niliona hapa Facebook wanasema watu walikuwa kutoka Nyeri, watu wangapi walireceive president? Wawili. Deputy governor na huyo jamaa wa Kieni mwenye anaenda kuomba maji Migoli. Na kwake iliali kwaka aombaji. So mimi kwa hii maneno huyu Uhuru ameongea matope. Mimi siwezi support kitu kama hiyo. Unajua watu wasimia hiyo watasupport, hata kama aliongea juu ya Raila vibaya watasupport. But kwangu mimi hiyo jamaa kwa ile ujoyo ako nayo ako na ujoyo mbaya sana. So wacha tuombe Kenya amani. Hiyo mimi mistaki kuingilia hiyo maneno kabisa. Right, Mokogoti ameweza kupeana mausi yake na ni kwamba anapeana hisia kinzani na yale ambayo President Uhuru aliweza kuyasema kwamba yeye amefanya kazi tosha, ishara kwamba ameweza kufanya kazi nzuri. Lakini sasa tungependa pia kupata kutoka kwa eneo la Azimio. Makongeri. Yes. Jambo bwana. So niko. Nimesikiza Mokogoti vizuri sana. Ndio. Naona anaongea na uchungu sana. Ni ukweli uchumi nayo iko mbaya. Ndio. Lakini vile rais alisema hakuna rais amefanya kazi kama yeye amefanya, ni ukweli. Sana hii second term amefanya kazi. So kama Mokogoti angekuwa hapo ningemuuliza hiyo 2013 2017. Kama naweza tuambia kazi yenye ilifanywa na hiyo serikali ya Jubilee, hakuna kazi ilifanywa huko. Huyu jamaa alikuwa kanda yake alikuwa anaiba pesa, kuiba pesa. Ndio. Ukiangalia hii 2017 kuendelea hapo tu, rais amefungua miradi mingi sana, project mingi sana. Lakini wakati wa Ruto mimi niona tu SGL peke yake, hakuna nyingine. Hiyo SGL waliipa pesa. Ukiangalia ndio bilitengeneza SGL ya distance kubwa kuliko ya Kenya na pesa kidogo, lakini Kenya distance kidogo pesa mingi. So hii ndio project tunaweza sema 2013 2017 serikali ya Jubilee ilifanya. Na ukweli 2017 2018 Uhuru amechalipo, amefanya kazi mingi. Hii ni ukweli. Na Makongeri, kabla hujaendelea, kwa sababu umeongelea kuhusu 2013 to 2017 na unakumbuka kwamba kuna barabara ambazo zilifunguliwa miaka hiyo 2013 to 2017 ama hakuna barabara iliyofunguliwa? Siwezi kumbuka vizuri kama kuna barabara kama zilifunguliwa ni moja tu naweza kumbuka. Hakuna barabara. Yes. Kidogo. Okay. Kidogo mimi naenda. Nataka nijibu Mark direct sahi. Mark. Yes. 2013 to 2017. Nataka uende huko kwenu. Huko kwenu huko Gijiji huko kwenu. Sawa? Niko. Wewe ni unaangalia the big mahali huko Nairobi. Mimi kukuambia ukweli wakati nilikuwa shule. Umeelewa?
mwenye na Mogirango, South Mogirango. Ijai kuwa na barabara inaitwa rami. Nimedanganya papa? Kama nimedanganya tu nasi wanipige risasi. Ni ukweli, ni ukweli. South Mogirango ijawahi kuwa na barabara. Kwetu sisi kwa Machoge, mahali natoka mimi. Hatujai kuwa na barabara 2013 to 2017 silichengo. Hii maneno polytechnic kwetu. Mahali nimetoka. Hata unaweza juu nikikwambia Kiole. Papa si unaijua? Ilichengwa 2013 tu iko. Si ati haiko. Lakini sasa unajua hapa kuna kitu iko hidden. Huyu jamaa anaitwa mmesema ati walipa kura, yani walipa nini ya SGR. You know, Mark Mijende za kuambia from 2017 up to now fenye huku saa hii saa 5. Saa hii saa 5. Kenya imeharibika. Tuache kuegemea ati Azimio. Of course tutapiga kura. Hatuwezi jua nani atachukua. Tuache kuegemea mahali kumoja. Uchumi imeharibika kutoka 2013 to 2017 to up to now saa 6 saa hii. Leo Jumatano saa 6. Uchumi inaharibika pale. Sasa Nash unajua sijui vile nitakuja kukutoa kwa akili. Nitakutoa kwa akili na msinga siku moja. Stumi. Okay, si hata msinga. Hata nataka kujibu Mark. Si hiyo kitu amesema. Nimwambie live. Mtu wako Kenya even mimi niko saa hii wakati nilifanya vitu zangu 2-3 na wakati my brother alifanya vitu 2-3, there is a big difference. Nataka niambie Mark. So economy ya saa hii maneno anatuambia ati tangu washikane amefanya sasa tangu washikane ndio ameharibu Kenya. Tuache tuambiane ukweli. Kenya imeharibika sasa nilisikia sijui unga bwana. Nasi unanunua pesa ngapi? Unga. Tukuje sabuni. Tukuje kitu inaitwa hizi vitu za mwananchi wa chini bwana. Sisi mwananchi wa chini wanaumia. Lakini acha tuambiane tu ukweli ache hii serikali fenye inaenda saa hii. Even this mimi nikiwa kwa matatu industry nilifanya 2016. Mafuta tulikuwa tunanunua pesa kidogo. Diesel. Saa hii kuna jamaa mwenye anania bro kumeharibika hapa. Hapa ni kubaya. Tunaenda mirengo tunachapa mirengo lakini jioni naenda na 500 kwa nyumba. Kitambo ulikuwa unaenda na 1,000. Kwa nini? Mafuta ukifika petroli gari na gonga mafuta. Hapo sisi ndio tulihaso. Unaona mpapa? So wacha tuambiane ukweli economy imeharibika kutoka 2017 up to now saa 6 na dakika 2. Maki na kuambia ukweli. Alright, umeweza kujibiwa. Hebu kidogo tuwaweze kuwakaribisha watu humu ndani kabla hatujaendelea. Mr. Mi, ujambo? Ameweza kuwave vizuri. Karibu. Salama, nashukuru. Waona mko pamoja hapa. Ni vizuri utangaze msimamo wako sahi mapema. Msimamo wangu niko UDA. Kuna mtu mwenye atanitoa huko. Okay. Haya, utapata nafasi. Willy Kenya. Willy Kenya, ujambo? Si jambo. Uko namna gani bwana? Uko salama. Kutoka maeneo gani? Huko niko Embu. Tuko ndani ya Azimio. Alright, thank you so much. So endelea kuingia, mtawapa chance kila mmoja kwa sababu nishashika hapa kwamba watu wa UDA wamefika watatu na watu wa Azimio wamefika 3. So we are balanced. Haya, Mark endelea. Yes. Mark. Yes. Ulikuwa unaendelea so vile Mokoti amesema 2013 hapo wanasema Bogirango nimeshapita hapo yenyewe basi imechengwa. Lakini kuna kitu nasema kukumbuka moja. Hii uchumi imebana kwa sababu zile madeni zilikuwa zimekopwa 2013, 2017 ndio sasa hizi serikali inataka kulipa.
So uchumi kuharibika, huyo asira wake amechangia kwa sababu zile madeni serikali ilichukua 2013 to 2017 ndio sasa wanaongeza hizo bidhaa ndio walipo hizo madeni. So akisema tangu anze kiingie ndio uchumi umeharibika. Ndio uchumi umeharibika. Alisekiria 2018. Na hii ni 2022. So sioni mahali hadi kimeharibu nchi. Sile madeni saa 2013 2017 matrilioni walichukua ndio sasa bidhaa zinaongezwa tunalipa. Na hiyo jamani alitoka na hiyo pesa anatembea nayo kwa magari hapo na michango mbalimbali. Sisi tukilipa hiyo madeni. So mkoa anasema kujua hiyo deni tunalipa sasa kwa unga, sukari, mafuta ya gari. Huyo chama wake ndiye ako nazo. Alright. Thank you. Sasa tumeenda pale sasa tumerudi tena kwa UDA. Mr. Me. Mr. Me. Yes, tunawasikia. Sijui kama mnanielewa. Kabisa tunakuelewa kabisa. Kabisa tunakuelewa kabisa. Kitu yenye nilikuwa naongea kwa madeni, hata tukikuja hii handshake wakati imekuja, kuna mswada Uhuru amesaini kutoka China, imekuja saa hii before watengane na Ruto. Sasa hiyo ndio pia Ruto anasema mnaendelea kuongeza pesa, mnaendelea kuongeza deni. Kuna kitu inaumiza maski. Pia mnataka Kuna kitu inaumiza maski. Hello. Yes, tunakupata, endelea. So kuna vitu mingi mkiasaraumu Ruto, pia Ruto unajua si yeye anaweka sei, mtu mwenye anaweka sei ni Uhuru. Yeye ndiye anachangia kuleta hizo pesa, na hakuna kitu yenye utasaniambia kimefanyika bila hizo. Sasa tuseme kama hapa kwenye sijui Kibira wenye walikuwa wanakimbishana mambo ya uchaguzi nini na nini, wanaenda na Raila, alafu kuingine kufunguliwa mahospitali wanaenda na Raila. Saa hii tunaangalia Raila anatumia pesa ya serikali wakati saa hii tutaweza sema Ruto ako kwa ofisi, lakini ana mamlaka kubwa kama ile yenye alikuwa 2013 to 2016 2017. So kitu yenye nilikuwa nasema hivi, sisi kama wana UDA acha tukiingia kwa ground tutafute watu wetu. Saa hii hata nifikiria kuna mengi yametoka juu ya Ruto ya Uhuru kuongea, lakini hiyo hatutaogopa. Acha tukimbie kwa ground, tuuze sera zetu. Raila akuje auze sera zake za kulala kwenye mkutano. Hiyo ndio tuendelee maoni yetu. Sasa tuendelee mbele kutafuta wenye wataniunga mkono na wenye watamunga mkono. Kitu yenye naomba kabisa, tuhubiri amani. Sisi especially sisi vijana wenye tuko hapa, usinipate mahali nikiongea UDA unipige, nisikupate mahali unaongea Azimio nikupige. Hapana, sisi tunapaki kuwa wale tunapaki kuumia, alafu wale wengine viongozi wengine unapata Ruto na Raila wako pamoja wanakunywa chai. Lakini kitu yenye kwa naomba tuendelee kuhubiri amani, na kitu yenye najua saa hii kwa ground, yani naweza sema Raila ni kama maybe nikisikiza vizuri kuna mwanaseria fulani ama mtu fulani ameongea, amesema Raila yani ni kama alikuwa opposition leader, alishinda 2007 akashinda 2017, lakini but saa hii
wanataka kumtumia wakati azaisha nguvu kabisa, wanataka kumtumia kumwendozi, sasa kumtengenezea China. Angalia sasa kama Nyeri, watu wawili tu walikuja hapo kumpokea, lakini wengine tuseme watu wakubwa nini na nini, siwezi sema oto, sijasikiza mjadala venye inaendelea, niko mniulize maswali tajibu, bado tuendelee kuimishana, but niko Asante Mr. Mi. Kenya kwanza. Asante Mr. Mi, tumekupata vizuri, so thank you so much. Nimeona Mr. Omosh Chris akiwa anainua mkono. Nashti, nitakuja kwako tu, usi worry. Omosh Chris, ulikuwa na jambo? Ndio Omosh Chris, unaweza kuongea sasa? Yes. Mi kwanza nilisema mi niko Oka noti Kenya kwanza. I need to ask my brother a question, Ndio. That is Mr. Me. In 2013 to 2017, which was the powerful ministry in that government? What was actually I need 3 powerful ministries zenye zilikuwa enzi hiyo, the powerful ministries, na zilikuwa wapi? Nadhani Mr. Mi umepata na Mr. Mi umepata swali kujibu. Mr. Mi umepata swali kujibu. Sawa, nakusikia. Hizo I think nikifikiria in that time zilikuwa kwa Ruto. Zilikuwa kwa Ruto. Yes. What happened, my brother? What happened, my brother? What happened? Ni nini ile? Hakuna kitu yenye ili happen. Walitengeneza kwenye walikuwa wanatengeneza. Saa hii wacha nikwambie, ukikombea 2013 au ukombea 20 ukombea na 2013 to 2017, sasa kama wakati huo kulikuwa kuna vitu walikuwa wanatengeneza, wachana hii kusikiza sijui Kimwaleli sijui damu gani ile mseme Ruto ndiye alikula pesa. Hatuna evidence. Hata hii mambo ya Kemza hatuna evidence. Mimi siwezi sema Ruto alikula pesa na sina evidence, siwezi sema Raila alikula pesa na sina evidence. By the way, alikuwa na that opportunity ya that power ya pale tusema aje sasa, nikikumbuka nitakujibu. So kwa alright, ni kama mimi 13 to 2017 up to now mitambo mbali, inamkataa. Kindly Mr. Mi utatoka alafu urudi, ndio utumie maybe audio, ndio itakuwa vizuri so that uweze kujibu maswali yetu. Mr. Fred nimemwona hapa pia, yeye internet inamsumbua kidogo, tumpe nafasi aweze kutusalimia. Fred, Hebu nitoe. nani? Nitoe hapo. Ni Fred ama ni nani? Nitoe niingie Fred. Yeah. Okay. Alafu ingia na ingine basi, tunangoja ukiingia. Alright. Meanwhile akiendelea kuzungumza huyu ambaye Mr. Mi aliondoka, hata atarudi, tuona akirudi. Na Steve utaweza pata nafasi pia wewe uongee, umenyamaza sana tangia kufanya maombi ya kwanza. Okay. Sasa huyu Mr. Mi mwenyewe ameconfess, amesema ajui aongee nini, maana hajasikiliza mswada venye naenda, kumaanisha ajui chenye anasema na ajui yuko hapa kufanya nini. Hiyo ni first point. Second point,
Nimemsikia Mukokota akilament barabara. If I may ask a question. Jubilee government ilikuwa na manifesto na ilikuwa na 4 agenda. Sini sawa? Ndio. Na kati ya hizi 4 big agendas kulikuwa na moja, actually ni 2 zinasimamiwa na zilikuwa zinasimamiwa na World Bank. Moja ikikuwa ni ya barabara. By the way, barabara inasimamiwa na World Bank. Hizo sio pesa za kukopa. Imesimamiwa na World Bank. And again, hizi miradi zote zenye unasikia ni zenye zilikuwa initiated kwa serikali ya nusu mkate. Ndio. Tukuje vizuri. Lazima kwanza tuelewe hii mambo imeanzia wapi. Wakati tunaongelea SGR na serikali ya nusu mkate ilikuwa imeallocate ama imetoa budget ya 4 billion yenye ingetengeneza SGR. Lakini when Jubilee government came into play, waliongeza pesa mara 8 zaidi, ikafika 12 billion. Now, hii pesa yenye iliongezwa juu ilienda wapi? Up to date, my friend, ukitaka sasa hivi kwenda kukata tikiti uende Nairobi na SGR, unajua kama mpaka sasa hivi inakontroliwa na Mchina. They are running the SGR up to date as we speak now. Sasa Mukokoti akiongea story na barabara, story sijui na handshake maisha kukua magumu, kitu yenye angenisaidia ndio turizo ni pamoja. Ndio. We need to sit down kwanza anipatie facts zenye serikali ya nusu mkate iliacha deni ya pesa ngapi hii Kenya. And then wakati Jubilee ilikuja kwa power from 2013 up to 2016 ama 2017 wali manage kukopa pesa ngapi? And then tukuje tuangalie now after handshake pia imemanage kukopa pesa ngapi? Sasa from there now we can see ni wapi problem iko. And again, turudi nyuma. Hata president, unajua kuna vitu zingine tunabaki kukua mashabik, tunashabikia tu ili mradi tunashabikia. President set it very categorically, akasema deputy president ndiye alikuwa na ministry ya aggregate tangia 2013. Ndio. Na kuna mradi yenye ilikuwa imeformiwa inaitwaje? Kolola Galanus something like that. Yenye ilikuwa inakuwa sponsored na serikali ya Israel. Na for your information, kuna statistics zinasema that was the first unaelewa hiyo, underline the word first. Muradi yenye imesimamiwa na Israel na ikafail. Yaani Kenya ndio imekuwa ya kwanza. Na pesa zimeliwa na wanaume. Hiyo ministry ilikuwa kwa nani? What if Galana Kulalu ilikuwa ni over 1 million acres zenye zilikuwa zinafaa mahindi yalimwe, kukue na irrigation vizuri, maji yafanye kila kitu, ingetoa mahindi yenye yangetosha kulisha hii Kenya than venye yalikuwa yanatoka Rift Valley. Lakini what happened? Wanaume waliskonda hizo pesa zote wakatia mfukoni. Tukuje nyingine. Kuna siku nyingine, I don't know whether it was you ama ni Kurukuntu, nilitoa statement hapa nikasema
out of the 4 agendas za serikali ya Jubilee zenye zimefanikiwa, moja ni barabara, ingine ni ya stima, hizo zingine ya maji na hii sijui housing whatever zote zimefeli. Why? Kwa sababu barabara imefanikisha kwa sababu pesa ilikuwa inatolewa kwa World Bank. Na ya pili kufaulu ni ya stima. Kwa sababu gani? Huyu mkora, si kutaka kutumia maneno magumu, lakini huyu jamaa ameongea vizuri. Huyu Mr. Me amesema sijui tusitukanane sijui nini, lakini yeye anasahau hapo ametukana Raila eti mzee wa kulala kwa mikutano. Now I wonder anaongea na both side of his mouth. Huyu jamaa imagine ako na tenda ya kusupply poles za stima. Hiyo ndio ilikuwa ni biashara anafanya. That's why stima imefika kila mahali, mpaka pale yenye ulikuwa ufikiri imefika. Kwa sababu gani? Apate tenda ya kuuza pole. That is it. Ni ukweli yenye kwa out there. Go and do your research, you will see it. So wakati mtu anakuja kuita press anatuambia kwamba handshake imefanya maisha yamepanda, ninamshangaa. Kwa sababu take an example like Golana Golalu, hiyo kitu inge go through sasa hivi tusingekuwa tunalia njaa. Hiyo mahindi ingefanikishwa hiyo wakati, ndio tungekuwa tunakula saa hii, tusingekuwa na shida. Unaona? Sasa wakati anakuja kusimama mbele ya media anatuambia vitu zenye hazituingia akilini. And when the president saying that yeye ndiye amefanya kazi kuliko mapresident wote, me I concur with him. Kwa sababu gani? He is the only president mwenye amemanage kurun government wakati watu wa chama chake wanampatia wakati mgumu. Inabidi aanze kuongea na vyama vingine vidogo vidogo ama vyama vya upinzani, at least vimsupport ndani ya bunge apitishe miswada mingine. Huo ndio ugumu wenye rais amekuwa nao, lakini kwa sababu ya uwezo wa Mungu amemanage. President Uhuru ndio amemanage kuendesha nchi wakati ugonjwa umetokea dunia mzima yenye imeparalyze everything. Ndio. Lakini kwa sababu ya nguvu za Mungu tumego through. Kwa hivyo wakati anasema kwamba is the only president mwenye amefanya kazi yenye wengine hawakufanya, is true. Ni mtu mwenye labda upstairs yake haiko sawa ndio atapingana na mambo kama hayo. Mimi kitu yenye nataka, kitu yenye ningeshauri hawa ndugu zangu, since they cannot even express themselves, wakuje na facts. Wakati let me tell you, mimi ukikuja na facts uni convince, believe you me, you will change me. Nitakuwa mtu wa Kenya kwanza. Lakini imagine mtu unapomuuliza swali la kwanza anakuambia kwamba mimi ni mtu wa Kenya kwanza na nothing will change that. So huyo ni mtu mwenye unaona akili yake kabisa haifanyi kazi. Maana vitu hubadilika. Hata rais mwenyewe amebadilika. Ruto mwenyewe mwenye waliunda na yeye serikali amebadilika. Kila mtu huchange. Sasa wewe ni nani unatuambia eti mimi niko hapa siwezi change? Then what are you doing here? Go and sleep. Kwa sababu wewe already uko na stand. Nasty. Yes. Wewe unatuletea kama unatuambia. No, I'm not lecturing you. Ninajaribu kusema bro, mimi ukini convince na ideas zenye ziko Kenya kwanza, I can change. Mimi siko hapa kusema mimi ni mtu wa Azimio, hakuna venye unaweza ni change. No. Hata hao politician wenye unaona sasa hivi, kwanza nomination ikifanya utashangaa venye wana change. Sasa wewe ni nani mwenye unatuambia kwamba mimi ni mtu wa hapa siwezi change? Then what are we doing here? Okay, nataka nikuulize. Niulize. Yes, Fred. Swali imeevaporate. Ni kama network Kibaki akitoka government karibu yeah.
Network yako isikiki. Unanipata? Au siki? Unakatakata? Baki akitoka government. Yeah. Ndio, endelea. Acha nitoke nirudi. Unanipata? Haya, sawa. Sawa, thank you, utarudi. Tuko na Denson Makori. Denson Makori, ujambo? Denson, ujambo? Unmute mic yako kwa sababu nilimute vizuri. Denson Makori. Sasa niko unmute. Haya, tuendelee. Umemute tena. Unmute. Unmute. Denson, unmute mic yako. Unmute. Good. All right. Perfect. Sijambo. Hatujambo bwana. Mimi nasikiza ndugu yangu hapo wenye anasema story ya project na mtu mmoja kuungana Sagana just to make a press conference and meet some people just to talk about one man who is a legend in our country. Brother, I'm telling you the reality. This country needs somebody who is a legend. A legend means that somebody gonna lead the poor people from bottom to up. Like we are tired of getting these watu inaambiwanga like the dynasty wanahon Kenya mzima, go Taita Taveta, go Mombasa, people own half of Mombasa, and this is the kind of people we are supporting day in, day out. Fuck them off, brother. We need people who understand the common mwananchi, what we go through day in, day out. Go today in Raila, go today in Kisumu, Malaysias. These people owns half of Kisumu, and they have no idea what we go through day in, day out. I'm very disappointed with these guys who are here supporting the same people. Wenye tumekuanga tukistruggle na day life. Hawa jamaa hata ukiwauliza saizi, I'm sorry to say, they have nothing to put on the table. Waseme sisi tuko na hii kitu, tuko kwa meza, ninajisupport kila siku, mimi niko na shamba yangu eka 5. These guys, they have no idea, they have no those lands. These guys wanna struggle to put food on the table, just like me and just like any other people. Yeah. Tulikuwa tunauliza kuhusiana na ujumbe ambao president aliongea leo. Kweli unakubaliana na yeye kwa sababu kuna vitu ama kuna mambo ambayo aliweza kuongea, akasema kwamba kwa government yake mfano hiki na hiki kizuri, na amesema kwamba he the best president. Alisema kwamba sieti anadichocha, ni vile tu amefanya vitu fulani hasa amekuwa na wakati mgumu kwa kuliko president yoyote na Afrika ama in this world. I can just say that. Let me give you an example. Today we received the corona. All right, corona came and went. Before that kulikuwa na hii HIV ilikujanga. HIV ilishtua watu na ikaenda. So people are used to stay with HIV. Huyu jamaa anatuambia hapa upuzi ati amekuwa kifesi corona. Mbona walikula pesa ya corona? That means nothing to me. Like they never managed this money nicely. Walitumiwa pesa ya corona au billionaire wakakula pesa ya corona. Saizi kwanza those money involve Kenyatta family, by the way. I'm sorry to say. And then Kenyatta family has stood today supporting dynasty just to protect the self-interest of their own. Wanakuja hapa kusema ati anakuja kusimama hapa kugather hapo Sagana kuprotect mtu mmoja ama usiji kuprotect interest ya familia ya dynasty. Let them fuck off, bro. Let them fuck off. Our country is bigger than those people. We are here to protect our interests. I'm sorry to say, you support Raila, I support Ruto. That's my line. But the reality is like we are tired of those guys. Sasa hizi wamebrand Ruto like wamebrand Ruto like ni mwizi, ni mnini, just because they have their own interest to protect. I'm telling you guys, we are coming for you. We're gonna win this seat, whether you like it or not. We have to win.
and we have capacity to do it, we're gonna win it whether you like it or not. Danson Nawaambia Makori. ukweli. Danson Yes. Makori. Kama Yes. hamtawini utafanya nini? Brother, we have to win. It's two options. You lose or we win. We have no option. We never lose, by the way. This guy is striking. Bro, Papa. Nasty, Papa, we need to ask this guy questions. Ask me. I can hear you lamenting about the bottom up. All right. Na unasema kwamba dynasty. Yes. Let me ask you a question. Let me ask you a question. Ask me. It is now when you are realizing that there is a dynasty in Kenya. So are you waiting for us No, to... listen. Let me finish my question and then you answer. That's your problem, you guys. Go ahead, brother. Go ahead. You know, atupigani hapa. Atupigani. You sell me your agenda. I sell me. I sell for you mine. All right. Kama ntabae zako, I join you. Perfect. Sasa unajua the problem is hii chest tampering ndio inakuanga problem kutoka kwa your so called chief hustler. When you are here telling us that this thing you are winning, whether we like it or not, me I wonder, what are you planning to do? We are not doing anything. We just only watching. As far as I know, hii kitu muli lose like last year. That's not even opinion. Today. That's yes, it is. Now, question yangu ni hii. Nataka please take your time. I request you. Take me through this thing called bottom up. What is it all about? What is it all about? Tell me about. Are you ready for me to take you through bottom up situation? Remember, when you are answering this, remember, Chief Hustler, up to, as we speak today or now, ndio anakaa ndio chairman wa committee ya kupatiana pesa kwa county government. I don't know whether you are aware of that. So if kuna problem yoyote, me as far as I know, he had a very big chance to solve it before kukuja kutuambia story mingi sahi. Now me I request you unipeleke through hii kitu inaitwa bottom up. Since up to date mimi sijaielewa, nimekusikia ukiongelea na hii mambo ya dynasty, uniambie leo ndio umeamuka to the reality kwamba kuna endelea. Before akujibu hapo, ningetaka kumuuliza swali pia na mimi. Niulize pia wewe, ni wajibu pamoja. Nimesikia Makoli akisema dynasty now who is supporting dynasty. So kuna swali namuuliza hapo, 2013 Ruto akisupport Uhuru alikuwa anajua ni dynasty? Kwa pili ile amesema bottom up. Since 2013 deputy president William Ruto is a deputy president until today as we talking. Hii method ya bottom up mama mboga na bodaboda achai waona. Ndio nataka nikujibu. Method yoyote hiyo ya bottom up kuijaribu hata even 1 year akiwa deputy president. Akiwa deputy president aijaribu hiyo bottom up even 1 year tujue. So au kama sasa 2022 anaanza sema eti wale watu wa chini na wapepa kwenda juu. Ni ukweli ni yule yeye ndiye ametuchukua huko chini. How can you take people downwards after that you work kuambia that I'm taking you upwards? Okay, Mark, Nashi, can you guys allow me to answer you back? I'm listening. Yes, you are allowed.
Papa, umenipatia nafasi? Umepewa nafasi ndugu yangu. Uko nayo? Okay. Brother, you will be only stupid man if you do the same thing, same again, without results. We've been doing money, we've been injecting money, Kenya Airways. We've been injecting money to the big companies, example Kenya Airways, without results. Our idea to bottom up means like, let's inject money to piki man, mama mboga, common hustler hapa chini, tutengeneze pesa kutoka kwa ground, na huyu mtu mwenye ni Kenya Airways na au Raila na au watu wengine wakubwa wajipange, wenye wana own company kubwa wajipange, and then we're gonna have more money. But you guys, you don't want to accept it. I'm sorry to say, guys, we need change. We need change. To be honest, we need change. We need somebody who gonna inject money to the bottom, mwananchi. Wewe wacha nikuulize saizi, wewe ni boda umepatiwa 100k, for example, I'm saying example, umepatiwa 100k, wewe safara 100k utazitumia vizuri kuliko hao jamaa wenye kutupatia bilioni 2 kampuni kubwa tuseme yenye iwezi tusaidia kitu, iwezi saidia kama ni mwananchi atakuwa analia kila siku. Let's try something else. You'll be only stupid man if you want to do the same thing day in day out without a result. That's why Chief Hustler amekuja hapa to change mind. Ametuambiaje, guys, we need to try something else. This economy doesn't work. This thing doesn't work. Let's try from bottom. We've been trickle down. Tumekuwa tukifanya kutoka juu kuja chini. Let's try something else. Bottom up. Ndugu yangu hapa ameniuliza, ati Raila ati Uhuru Ruto amejua kama kuna amejua kama leo kuna mama mboga na watu wengine. Kwa sababu kuna ndugu yako hapa pia wa UDA ama Kenya Kwanza. Fred hajaongea na neti na msumbua kidogo tu, aongea na kisha tutakaribisha Kips kwa station na. Haina wazi. Fred. Mimi jamaa na wajibu bwana. Then ajibu the fact. Na the fact. Na support venye makore najibu jamaa zangu. Najibu na the fact. Because tumekuwa na budget. The fact. Tumekuwa na budget Kenya. Tunapea Kenya Airways a lot of money. Na hii Kenya Airways tunafikiria ni ya Kenya, lakini kuna because hiyo Kenya Airways had around airplane, lakini only two was a Kenya government, ni sawa hiyo Uhuru, lakini maana anapea hiyo kampuni pesa mingi. From there we acha Nash tulia, give my time. From there ya Fuliza fikiria ni Safaricom na kupea Fuliza na interest ya Fuliza is too much. Iko high. Tunapenda vitu one family kwa Fuliza, alafu mtu tunapenda vitu watu wamesema analysis 3/4 of investment zake ziko outside the country, hataki kufanya investment within the country. Sasa ndio huyu mtu amekuja kwa watu kuambia sasa it's time to support Raila ndio wa move the country forward. Hakukuwa anaona hapo behind wasupportiane, walikuwa wakitusiana. Then nataka nijibu hiyo jamaa anasema eti Ruto kuona 2013 they are a dynasty. The reason why Ruto supported Uhuru 2013 to bring peace in our country. They are the first people walianza ku bring the peace, hata wakaanza kuenda kanisa. Na the reason why Ruto supported Raila 2007, Raila was the agenda he had it. He sold him to Ruto. Because Ruto hapo nyuma alikuanga kwa Uhuru. Lakini agenda Raila alikuja nayo, ndio maana Ruto akamsupport. Agenda alikuja nayo wakapatana na Ruto, that's why waka unite wakaform Jubilee government. Na wakashinda. Nikuulize kama unaendelea. Sasa ukidhani pia Raila aliungwa na rais kwa sababu gani? Pia ako na ajenda nzuri ya taifa ama ajenda mbaya? The reason why watu waliungana first is to change constitution, they remain in power.
That is the first thing. And the thing, we protect this family, Kenyatta family, Moi family, and Raila Odinga family. The two things walikuja. Nothing. Hakuna kitu kingine kusaidia common mwananchi. They kusaidia common handshake. Power. No, not even the power. Saisi say president, let us to 35% wanasema eti bibi Peter wanapeleka the country, wangeipeleka the parliament, Jubilee members na ODM members iende waseme we need the BBI to pass, then ndio wapeleke hiyo 35%. Yeah, that's the thing wangesema ende through the parliament, ipite na ianze kuwaka. Na alafu the first watu wakikuwa na handshake wameboro 4.7 trillion na hii hatujaona kitu imefanya. From there we have a scandal for Kemsa COVID billionaire in which ODM watu wa NASA ODM na watu from there the government, the corrupt government wanakuwa protected na huyu mzee. Mtuambia watu watapeleka Kenya wapi? Alright. Tutaweza kurudi tena kwako Fred. Tutaweza kurudi kwako Nasty. Kuna point before ipotee, ningependa kuuliza huyu Danson. Kuna kitu ameongelea before tukaribishe huyu Kips. Please. Guys, are we being honest to ourselves? Huyu jamaa anasema, anatupatia example ya bottom up. For example, mtu wa bodaboda atakuja apatiwe 100,000. Now, here is my question. We have somebody who is telling us, elect me, I'm gonna build up the industries, watu wapate ajira. And here we have somebody coming with an idea of giving people 100,000 bob. How is that going to create even jobs? How? Huyu jamaa hii maneno nani? Is this in the bottom up? Na wakati ananiambia hizi pesa zinaenda kutoka wapi? Since ana plan ya kujenga viwanda, ana plan ya kuita investors. Ndio bottom up. Mwambie azime mic yake kwanza. Denson funga kindly funga mic. Ndio amefunga. Hii pesa since ana idea ya kuita investors, ana idea ya kubuild up industries. Anaenda kutoa since already sasa hivi ameanza kulament about 500 billion. Where is this money going to come from? Na hii pesa yenye anaambia watu kwamba atakuwa anaibottom up hii. Atakuwa anaibottom kinjia gani? Juu for example, if I may take you through, there was nikikutake through juu ya trickle down. Trickle down, pesa inatoka kwa national government, inaenda parliament. In fact, na nimemuuliza swali ambalo hakujibu. Nilimuuliza kama anajua kwamba deputy president ndio mwenyekiti wa jopo ambalo lina allocate pesa kukuja kwa counties. Sijui kama anajua hivyo. Now, trickle down iko hapa. Pesa zinatoka kwa national government. Kuna kitu nataka nikuulize before nisahau na a minute. Ndio Fred. Sasa jamaa, of course me tunamsupport ni agenda yake. That's me one on support. Sasa devolution of course imesaidia
na the other hand pesa za devolution zimekuliwa. If Raila supporting devolution, why anaosha governor corrupt governor wakimsupport? Ataki wakiwe atu. Let me give you an example bana. My own governor Ongwae is a totally corrupt man. We can't is a total corrupt governor. Lakini wakiwa side yake au governor hata hawakukuwa impeached. Is this a question or a submission? Nimekupea. Sasa mtu mnasema ana support devolution ana support. Yet maana wenye wana devolution na wa brother. Unajua siezi anzisha kitu. For example, siezi invent kitu kama TV alafu sasa wewe ndio ukuje tena ukue fundi kuniliko mimi mwenye nimeinvent. Remember Raila Amolo Odinga yeye ndio alikuwa mmoja wapo wenye walipigania devolution ambayo deputy president alipinga 2010, katiba ya 2010. Deputy president akupinga. Ngoja utapata time yako. Unajua tukianza kujibizana hivi hata wengine hawataongea. Fred, wacha nimalize watu hapo. Fred, bro. Nipea minutes na mimi. Everybody here knows kwamba deputy president alipinga katiba ya 2010. Hiyo ni kwani hata hiyo unataka tuandike kwa ma ceiling kwa billboards ndio. Of course alienda against aliwaambia, my friend, your network is bad. Wacha nimalize nini yangu. Kwanza nilikuwa mtu mwenye alikuwa nauliza swali ni mwingine. Why are you being this way? Papa, simuniache pia mimi nijibu swali yangu. Si unajua nilikuwa sijamaliza swali yangu yenye nilikuwa nakuuliza. Malize huyo. Kidogo tu maliza. Swali yenye nilikuwa nakuuliza ni wakati umeniambia kwamba bottom up, ukapatiana example kwamba mtu wa pikipiki atakuwa anakuja anapatiwa 100,000. So my worry is kuna mtu ananipatia idea ya kwamba atajenga viwanda, vijana wengi waajiriwe, na kuna mtu ananiletea 100,000 ni kule iishe nirudi hustler. Now kati ya watu wawili katika akili ya kawaida, si ya kulazimishwa, unaona ni nani anafikiria straight? Another question, nikakuuliza unajua kama deputy president ndio mwenyekiti wa jopo ambalo lina allocate funds kuja kwa counties? Sijui kama unajua. If yes, unajua. If yes, unajua. Okay, sawa, jibu. Although sijamaliza ya. Siwacha nijibu. I said from the beginning, deputy president being mwenyekiti wa chama sijini, that's none of the business. The business we are talking at the moment, let's empower youth, let's empower the small people. The small people. By giving giving handouts. Brother, when we are coming with the new situation, you don't say no unless we tried, it failed for you to say no. Somebody need to invent something. I give you example. Somebody need to invent a new economic situation which has never happened in Kenya before even somebody came up with the situation. All right? Before even somebody come with the situation, umeanza kumkata mguu. How it's gonna be possible? Somebody has told you guys, let's empower with youth with the money instead of empowering with huge companies. Let's empower young people with the money. Then money itakuwa mimi sasa kusema ningekupatia. Mimi nikipatiwa mita 3 za Kenya, nikipatiwa milioni 3 za Kenya, nitafungua kisi hotel kubwa, nitaemploy vijana 10. That is me. Instead of kumbuka huyu kijana mwenye unaajiriwa na yeye atakuwa amepewa hiyo pesa. Kumbuka nakwambia brother, sasa ataacha zake kuja kufanyia kazi. Ndio nakwambia, that's when you think negative. All right? The money will be available for potential guys who gonna be, example, Papa Isaac atataka kufungua tuseme hardware yake Nairobi, aseme president ametupatia pesa bila interest. Example.
anataka kufungua hardware yake, aenda achukue pesa bila interest. That's what we call empowering young from bottom up. Papa Isaac atakuwa empower na karibu milioni 5 bila zenye hazina interest, atapatiwa pesa zenye hawezi daishwa bila interest, afanye biashara yake. Siku hizi angalia, enda kwa hizi loan zenye mnaitanga aje, hizi mnaitanga mshwari, hizo zingine, vijana wengi wamewekwa kwa hiyo situation, hawezi hata omba pesa wakiwa kwa situation fulani, just because some people dynasty want to control the country. They've ganged up together just to protect the interest. Saizi ukienda Taita Taveta, they own Taita Taveta alone. They own like the entire country alone. People, you are lying. I'm telling you the truth. Kidogo hiyo ni ukweli bwana. Usikii watu wa Mombasa wakilalamika eti wanaenda kutafuta title, wanapata Mombasa, hata Kiambu. Enda Kiambu siku hizi. How much land Kenyatta family has in Kiambu? They've ganged out to protect the interest. How do you blame that They on can only protect President the Uhuru? interest by choosing their dynasty. How do you put that on President Uhuru? Surely. That's why they've ganged out together to protect their interest. No, answer my question. How do you put that issue of land on President Uhuru? How? Denson, Fred, unaona mahali tunaenda off topic kabisa. Hiyo tutaargue tumalize kesho. So better kidogo tukue kwa topic kidogo, alafu tujaribu kuangalia yale ambayo kidogo president ameongea leo. Mimi sielewi topic sasa, nakiwa net ilikuwa inanisumbua. Nipe kwa topic nichangie. Haya, topic ni kwamba leo rais ameongea. Hebu kidogo kabla tujaendelea, Kips amengoja sana. Kips, ujambo? Kips? Labda nyinyi. Uko vizuri? Ndio. Uko salama, labda nyinyi. Maeneo ndugu yangu. Ni hapa Kericho. Oh, Kericho hapa jirani wetu. Jirani wenu. Karibu sana. So tuko kwenye mada kidogo, wewe tujue wewe uko Azimio ama uko UDA ama uko Oka, kidogo tuweze kujua. Kitu la kwanza, the speaker, I need you people to be organized so that tuko na well debate. Si mwingine ajibu at the other side. No. Ndio. And again, nasikia some feedback, so some other people, their mic is on. So my point is, according to the president today, kuna maneno yenye unaweza ona from the yenye nilingia ni studio, nilipata mkiongea kuhusu bottom up, sijui nini, that's all. So from where I'm starting now is from our uchumi hasa waje. Hiyo itaturudisha nyuma, tujue tunaelekea wapi. Ndio. Unaona? So unapata hapa una majamaa wanasema bottom up. What does it mean? Bottom up inamaanisha nini? Kuanzia chini kwenda juu, si ndio? Alafu mwingine unapata naendeleza legacy yenye iko. So what means unaendeleza uchumi yenye iko. So these are very two different things. Umenipata? But maoni yangu yenye mimi naona, these are people are politics. Both sides, they are politics. Na everybody ameinvest. Mwingine ameinvest outside, mwingine ameinvest inside, si ndio? So kuna mtu mwenye tu ako against mwingine, inataweza orte hataweza. Either hao watu wawili wanajuana, ni nini kiini huyu mwingine akiingia ataharibu kwangu hivi, ni nini ingine akiingia ataharibu kwa. That is the only thing yenye iko kwa politics. So mimi nikianza saa uchumi yenye kwa saa ni kubaya, na watu wanafurahi wanaenda campaign. What for? Na tunaumia hapa chini. Sasa ni wakati wa kupanda mbolea ni juu. So what can you Endelea. So kitu yenye mimi nasema,
sisi sasa wenye tunaenda kwa elect unajua tu wenye unarudia tu ni wale wenye wamekuwa tu qualified, si achaja kuwa qualified, wote wawili wamesha kuwa qualified, si ndio? In different manner, ni prime minister, huyu ni mwingine deputy, so all peoples wamekuwa kwa hiyo position, si ndio? But my question is, narudi nyuma, kuna yenye alisema muisi, yani pesa yenye Uhuru alisema pesa inapotea. I wonder why, kama wewe ni mkubwa na unajua pesa inapotea, who are the responsible of this money get lost? Or hii ni nini, corruption inaanzia wapi? So kumaanisha it is inside yenye unajua imeipiwa ama imechukuliwa, unaona? So that is according to me by now, unless somebody else. Alright, thank you. So kumaanisha wewe uko UDA Kenya Kwanza ama Oka ama UDA, I mean ama Azimio? Tukuweka hapa. Of course mimi niko Kenya Kwanza. Okay. Acha tukuweka hapa so that wakati tunataka mtu wa react naona ni nani wa kuchagua. Alright, tumepata hapa M&AK ameingia. Papa Isaac, kiasi tu. Yes. Naambia kitu. Naambia watu wa subscribe hii January bwana, tukue tunaingia wengi, hata sikue wafungue mara mbili, so sinakuwa mara mbili. Sawa keep. Haina shida. Sawa, haina shida baba. Vizuri. M&AK hivi nakuwa pala. Ujambo? Sijambo kaka. Mimi naambia kipu hii ni siasa. Karibu sana ndugu yangu kuongea. Sisi ni watu wa bajini. Unajua kuongea siasa ni kawaida siasa. Na siasa kuongea uko mlengo fulani inakubalika. Unaona? Inakubalika mahali uko na hiyo inakubalika kwa na msimamo wako. Ndio. Kitu yenye nitasema hii ni hii. Mimi kama mtu wa Azimio na niko pale tu, siwezi change. Kitu naweza sema ni hii. Najua Mheshimiwa Uhuru Kenyatta leo amesema yale amesema. Na ni kweli. Kitu ya kwanza Mheshimiwa Dr. William Ruto walikuwa pamoja. Kitu hata anakosoa si mbaya, alianza siasa mapema. Hiyo ndio kitu mpaka saa hii chanzo imeleta shida. Mpaka wale angekubali akae mpaka na mzee Kenyatta wangekuwa pamoja mpaka saa hii. Lakini hiyo akatoka mapema. Hivyo unajua amepiga siasa kabla hata wengine hawajaanza siasa. Hiyo ndio shida imeleta mpaka saa hii. Ndio maana Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anamtenga. Si ati kwa vile alianza siasa, yeye anasema si mtu sahihi, mtu wa serikali, anaraumu serikali. Mtu anaitwa Musalia Mudavadi aliingia kwake juzi. Ndio ameanza kulaumu serikali, uchumi imeenda juu. Kwani uchumi imeenda juu namna gani? Wacha kusema uchumi imeenda because handshake ilienda huko. Hapana. Mheshimiwa Kateli alijibu William Ruto hivi. Hata mnasikia kwa TV mliona kwa news. Mlitengana kabla ya handshake. Unaona? Hiyo ni kitu yenye ilikuwa. Sasa kama yeye ni debut angekuja wakae chini aambie Mheshimiwa Uhuru Kenyatta shida ni nini, waelewane. Hatusemi Uhuru ni mbaya, hatusemi Raila ni mzuri ama Ruto ni mbaya. Wote ni Wakenya. Na sisi hao wenye tuko hapa chini tunawafuata, tunaangalia ni hii ni wanaenda. Mimi kitu yenye nasema ni uchumi, hakuna mtu anabandisha uchumi. Sisi wenyewe ndio maana tunasema hivi, kakangu ama mandugu zangu ni hivi. Kuna venye unaangalia huyu kiongozi akiingia uongozi atakusaidia vile na vile. Unajua kuna venye William Ruto anasema hii jambo
bottom up. Mimi sioni kama ni hilo sikubaliani na yeye. Kwa sababu ni kudanganya wananchi. Alikuwa wapi? Sahindi anataka kuleta hiyo, asaidie mtu wa chini. Hii miaka yote amepiga miaka 9 siasa. Si angesaidia tu hata kama alikuwa against. Angepiga tu hiyo badala apige siasa. Angeanza na hapo mapema. Asaidie fulani. Hatujaona mahali amesaidia. Hiyo ndio mimi naweza sema kama ni kiongozi mwenye ambaye anakuja kusaidia. Angeanzia leo hii. Uone huyu ndio kiongozi anakuja kusaidia Wakenya, lakini si kuongea maneno pule tu. Eli amefanya kwa serikali miaka 10. Ndio mheshimiwa Raila Amolo Odinga amekuwa prime minister, sikatai ashakuwa, lakini prime minister ile ilikuwa jina tu, hakuwa na nguvu yoyote, unaona. Lakini hii debut ilikuwa si kama ile ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Ya Kalonzo Musyoka ilikuwa vice president, lakini ni debut president. Jua ni debut president. Wakati Mr. Uhuru Kenyatta alienda alimwajia mamlaka, lakini kitambo ile ungeajia mtu vile venye Uhuru aliajia mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto. Kwa hivyo Ruto angekaa ajane kupiga siasa mapema. Hiyo ndio ilimfanya hakae venye saa hii hako. Mimi niko pale na sitapanduka, na Mungu akitujalia tuko kwa serikali. Papa, wacha nijibu Emonyo. Papa, wacha nijibu Emonyo. Emonyo. Okay, Johnson unaweza kuongea. Yes, Emonyo AKB. Kuna at some point in your life there is one time you will decide wacha nienda shule au kuzaliwa ukaenda shule. Usianze kutuuliza saizi Ruto alikuwa wapi ndiye decide bottom up. Ruto needed time to think that the economy doesn't work. Let me start bottom up. This was the right time for him to start bottom up. So, history mnatuambia hapa ati alikuwa wapi 2017, alikuwa wapi 2013, ndiye decide bottom up economy. This was the right time for him to decide bottom up economy. So, guys, amekwambia the time is ndio time yake. Mstuanze kutuambia ati tulifanya kampeni mapema. Makoli, sasa nikwambie hivi ndugu yangu. Mheshimiwa William Ruto hatutamjua saa hii, tumemjua kutoka awali. 2013 akaambia wananchi hivi, tuta create job ngapi? Na wakati ngapi? Alituambia vipi? Akasema maasara na masafala unga itatoka wapi ikuje wapi? Huyo ni Dr. William Ruto alisema hiyo. That's why he's a deputy president. Give him a chance to be a president for him to prove to you. Because for 5 years he's been just a deputy president by name, because you guys when you are dynasty president doesn't give him responsibilities. Okay. Naona hapo tunaenda nje ya mada. Ndio nataka nilete Makoli karibu. Makoli, huyu Dr. William Ruto kabla haja kuwa Dr. William alituambia hiyo maada ya unga itakuja hapo. Kwani mbona hakufanya? Sasa atakuja kufanya hiyo yenye anatuambia. Wacha nikuambie kitu moja. Wacha nikujibu kitu moja, my brother Emonyo. My brother Emonyo, being a deputy president means that you have no responsibilities unless you are president, unless you are president assign you duties. For the last 5 years, this guy decided to support a dynasty. That's what I'm telling you. Okay. Brother, deputy president. And tumediscuss sana kuhusu mambo ya dynasty na nini, lakini bado hatujapata jibu. Na hilo ni neno ambalo unaweza kubaliana na mimi kwamba bado itaendelea kuwa hivyo unless wakena mchange. Sasa hapa tunaongelea kuhusu topic kitu the president aliongelea leo. Sasa tukiendelea kuongea hapa dynasty nini, mnarudia tu kitu kimoja na hatujasonga. Tunataka, unajua, by the way, I want us to mature in these things. Unaongea point moja yenye mtu adaongea,
ukiongea hii point unaongea kitu tofauti tena ya kuongezea kufungua watu mind. So ukiongea the same thing hatuta grow mambo na politics, tutabaki tu huko. Fred Papa Papa, naweza saidia mahali kidogo tu. Okay. Before Fred aongee. Huyo jamaa anajua kama 2013 serikali ilikuwa ni 50-50. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, anajua ministries, 3 major ministries zenye deputy president alihold 2013. Mojawapo ikiwa ni ya aggregate. Deputy president na aliyepatiana kwa mtu alikuwa somebody Chirchir. Mojawapo ikiwa ni now kuna kitu nilijaribu kusema hapa mpaka sasa hivi sijasikia mtu amekiongelea. Sidhani kama kuna mtu amekielewa. Kulikuwa na mradi wa serikali ya 1 million acres yenye ilifaa izalishe mahindi Gola na Kulalu. Ilikuwa inakuwa sponsored na serikali ya Israel. Hiyo mradi ilifanyika, lakini gunia zenye zilipatikana kutoka kwa ile mradi only 300 bags of maize. Now huyu jamaa wakati ako hapa anatuambia kwamba deputy president alikuwa anangoja the right time so that he can come up with an idea of bottom up. Remember, huyu mwananchi mwenye yuko hapa chini, wewe ndio ulimpeleka pale chini kwa kutofanya wajibu wako kwa wizara zenye ulikuwa umepewa. Sasa hivi wakati unakuja kuniambia kwamba wakati haukuwa sawa, na wakati kila mtu hapa, not unless yeye peke yake ndio atakuwa hajui kwamba serikali ilikuwa ni 50-50, anamaanisha nini? Tafadhali sana atueleze, na anapotueleza atueleze facts. We need to go to another topic. Hizi stories za dynasty aachane nazo. Tumechoka na hizo story. We know hiyo ni wave yenye walikuwa wamekuja nayo mara ya kwanza. Ile mara ya kwanza wanaanza kutangatanga, hiyo ndio ni walikuwa wana move nayo around dynasty na hustler sijui nini. Wakaona hiyo haiuzi, wakaona hiyo haiwaletei kura, ndio wakakuja na hii idea yenye wako nayo saa hii ya bottom up. Kwa hivyo hii story ya dynasty aachane nayo, tuongelee vitu facts. Ajibu hayo maswali yangu yenye nimemuuliza. Johnson Makori, uko na fursa ya kujibu maswali mawili na Fred ajibu swali moja kwa njia hiyo. Tuanze na Fred, naona uko ready. Mimi hapa swali najibu the point. I like that. Wewe ndio mwanaume. I like that. Ile kitu nataka kujibu Fred, huyu Nyash ndugu yangu. Nash. Wewe ndio mwanaume. Nash, uwezi tuambia ati kulikuwa na story ya mahindi. But you need to know, being a deputy president, you have no responsibilities unless you are the president and assigned your duty. And any project you have any project for any government project, you have to confirm with your boss. You have to sit down and discuss. Nikuulize, unasema saa hii mnasema alikuwa deputy. Eli mnatuambia mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa prime minister. Mbona mnatacha mheshimiwa Raila Amolo alikuwa prime minister? Mbona hiyo mnasema prime minister? They used no, there is difference between prime minister and deputy. Saizi nakwambia
Sasa nakwambia deputy president na tuseme ministers wako na places like I'm minister of electricity, I'm minister of water and some other things. So those people knows their area. But deputy president yako hapo just in case the boss is not around to take the responsibilities. Just because the boss is not able to do this one to take Makori, give me constitution tuko nayo inasema we have a president and a deputy, lakini president ndio ako on power, ndio chief what. Sasa deputy ni kama turudi chini huko kwa hata high school tuko na principal na deputy. Mwenye ataweza fire mwalimu ni principal. Deputy hawezi fire any teacher in that school. The same as deputy president hawezi fire any minister, but the president can fire any minister anytime. The same as ile tulikuwa nayo 207, kulikuwa na president and prime minister. Prime minister has a power to fire any minister. The same as president has the power to fire any minister. So walikuwa hawa jamaa hii story tuko nayo sisi, they are not equal. Emonyo please, ngoja kidogo. Emonyo ana directiwa na president. Papa hawa jamaa Emonyo please, kidogo Emonyo please. Hawa jamaa waseme hawawezi jibu hilo swali. Please twende kwa pointi nyingine. Nimeuliza a simple question. Ni vizuri venye wanasema deputy president anapewa kazi na president. Nimewauliza swali. Ama wacha nilibadilishe kwa njia nyingine tuone kama watalielewa. Inaonekana liko juu hawalipati vizuri. Now let us assume the deputy president amepewa kazi na president. Alipewa ministry ya irrigation and whatever hiyo, akapewa ya energy, akapewa zilikuwa 3 major ministries. Now amepewa hii ya kuleta njaa hii, yeye ndiye alikuwa nayo. Alifanya nini since his boss amempatia hizo docket? Alifanya nini nazo? Wacha kutuambia haezi fanya kwa sababu yeye si president. Sijui yeye anafanya zenye amepewa na boss. Sawa, nimekubali. Anapewa zenye anapewa na boss. Ameshapewa hizo zenye alipewa. Alifanya nini nazo? Wacha nikujibu. It's only deputy president time. Tuongea story ya president ilikuwa leo. It's only deputy president time that we have electricity everywhere. I have electricity in my own house just because of deputy president. That's an example. I'm just live example. I'm telling you. It's the only deputy president that is supplying my post. I have electricity in my village. For 30 years I've lived in this country. Sijaiona stima kwetu. Are you getting me, my brother? It's only deputy president time, and I'm happy that you know that it's during deputy president's time alipewa docket ya electricity. Tuko na stima Kisii mzima. My brother, we need to be happy because of this. Kitu yenye unaongea please. Huyu Dr. William Dr. William huyu mtu alifanya kugawa, walipeana 50-50. Asomo Gusii alitupatia kama nini? Hiyo ndio nataka ujibu. Okay, let me talk Kineke Gusii. Please Papa, change your mada. Watu wana take to time ya vitu zenye hawaelewi. Okay, let me talk about this one, the last one. It's only deputy president's time with huyu mbunge mwenye alikufa, huyu Onyanja wa Mwachoge. We had Lamu kutoka Kisii mpaka Etago. Denson, tutulize joto kidogo kwa sababu ya masuala ya kuongelea about these people. What we want to do is we want to be focused on the main topic ambayo tuko nayo leo. Edwin Omboga, ujambo?
Jambo. Uko maeneo gani ndugu yangu? Mzuri. Hello? Niko maeneo. Yes. Uko maeneo gani? Niko maeneo ya Kitale. Kitale mnatupata kwa njia nzuri? Yeah. Alright, sasa iko namna gani? Wewe unadhani kwamba ujumbe ambao rais aliongea hii leo kwa dakika 2, unadhani kwamba alikuwa anaongea ukweli ama ilikuwa tu ni yale mambo ambayo kidogo alikuwa anamtafutia tu kura aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga? Yeah, kwa upande wangu mimi ningependa kusema ya kwamba haikuwa mambo ya ukweli. Kwa sababu vile alikuwa anaongea juu ya deputy president, at the same time alikuwa anaongelea juu ya ujumi yenye ilikuwa imeanguka. Lakini mimi ilikuwa najiuliza tu swali, since that time mpaka saa hii walikuwa kwa government pamoja, lakini ikafika after the handshake is when alikuwa amemtupa nje na kusema ya kwamba deputy president is so bad to eat. Sasa ni kama alikuwa anajaribu yani kuleta watu wa Mount Kenya awafurute ili waweze kupigia mheshimiwa Raila Amolo Odinga kura. Mimi nilikuwa naona. Thank you so much. Wacha tu usome pale kwa comment. Kennedy Bernardo anasema kwamba now from the message of Uhuru in Sagana. Niulize Edwin swali kidogo, kuna mahali hapa anataka kuongea kiupande. Unajua Mr. Edwin. Ilikuwa ni comment ya mwisho, hatutaki tena kurudi huko, tafadhali naomba. Kennedy Bernardo anasema kwamba now from the message of Uhuru in Sagana as Mount Kenya we stand with DP mpaka mwisho. Steve Blessings anasema kwamba ukweli kabisa nakubaliana ninyi wote. So those are some of the comments and then we get to songe mbele. Let me play the another place ambao kidogo lazima tuijue. All they are looking for is to finish the problems they have. Tell them the truth. Why are you running away from them? Hey, yeah. Mahe yohoro anakia na ile tuaya. Mamenye kuria tumete. Mamenye haria tukinyete. Mamenye kuria turenda guthie na mbere. Haya. Yeah. Tuwa wale ambao unaongoza, wewe sio kiongozi. Kiongozi anasema ukweli, anasema haki kulingana vile ilivyo. Na mimi nataka niwaambie kwa uhaki. Hata nikisema mimi nafanya kazi na ndugu yangu Raila Odinga, mimi sifanyi kazi kwa sababu nataka yeye awe rais. Mimi nafanya kazi na yeye kwa sababu nataka pamoja tuunde amani ya taifa la Kenya. Na mimi nataka tuungane na tutafute viongozi ambao wako na uwezo wa kufanya kazi pamoja, sio kuchokoza wale wengine. Na nilikuwa nasema watu walikuwa mimi ndio kile hakuna, mimi sina haja ya kutoka na mtu. No, hiyo nimewaachia. Wacha waendelee. Ona mwenendo huko tu ikalete dagetinye haha. Tukago munene wa bururi kotigale itima tu mondala itima ko. Alright. Hapo ni kama alikuwa na alihisi uchungu sana. Unajua lazima angesema hata rube yake ya nyumba. Wacha nichangie hapo basi. Yes. Kwa mimi wacha nianze kuchangia. Unajua as a president need to be a sum of unit. Sio tu mtu anataka kudivide the country. Maongezi yake hiyo vitu ameongea kwenda kuongea Kikuyu. Unajua ameongea Kikuyu hapo vitu vingine mpaka hata mimi nimeboeka. Kitu nasema yeye sio yeye anatuchagulia kiongozi.
hiyo mambo anasema eti wanafanya kazi na Raila 2013 si wangefanya na yeye basi, aache kufanya na deputy. Sio saizi anakuja kutuambia yeye wacha alitaye vizuri, apewe retirement, apewe heshima yake kama Kibaki, aende nyumbani. It doesn't have when power kukuja kutuchagulia eti nataka kusaidia huyu fulani akuwe rais. Hakuna hiyo power. Hafai kufanya hizo vitu. Huyo jamani kama ni bangi amefuta. Fred nikikumbuka vizuri kulingana na statement ambayo nimeicheza hivi sasa, hajasema kama amewachagulia. I think nataka tu to prevent tu hapo ndio tu wewe mnasikiza Kikuyu kweli? Unasikiza hapo Kikuyu kitu aliongea? Wacha kudanganya Freddy. Hajasema hivyo. Freddy, wacha kutudanganya. Hajasema hivyo. Usidhani wewe peke yako unasikia Kikuyu. Freddy, acha kuona kinyume na kitu ambacho kimeongelewa. Hiyo ndio mimi I will have to prevent that completely. Kuna mahali my friend, unaona hizo, sikiza kwanza, nisikiza my point. Venye panelist iko, kuna mahali acha na hii umeplay. Kuna Freddy mahali amesema. Freddy ngoja. Dakika moja Freddy. Nisikize kwanza. Freddy. Kuna mahali alisema statement please Freddy. Alisema mimi nafanya kazi na Raila. Endelea Freddy, tunataka tusikie your point. Papa anaweza ongea? Kidogo tusikie Freddy kabla uongee tena anaanza kukuongelesha. Freddy, maliza statement yako. Amemaliza. Mimi hata kuna vitu zingine imagine tunaanza kuargue. Mimi hata nimeanza kuboeka sasa. Ngoja pombe yangu hapa. Haya. Mr. Freddy. Mr. Papa. Mr. Freddy. Mr. Papa. Yes. Monyo, unajua venye quorum iko hapa hivi. In fact, I was the first person mwenye ilifaa niongee tukienda hivyo. Lakini amerukia akasema naweza changia. Nikadhani jamaa anachangia. Unajua, wacha niwaambie jamani. Wewe ukisema unakasirika, wewe kasirika tu. Kwa sababu imagine ni watu wengi wanatuangalia hapa na uko hapa unatudanganya. Una expect tukupigie makofi tukusikilize ukitudanganya. President ameongea, kila mtu amesikia. Sijui wewe hiyo yenye umesikia ni party B, sisi tumesikia party A. Kitu yenye president anajaribu kusema, anaambia deputy president aambie Wakenya ukweli. Na mimi niki-analyze according to my mind, the president is talking about the press conference that they had yesterday, lying to Kenyans kwamba, na that's, ukisikiliza hiyo klipu vizuri imeunganika mpaka ikakuja hapo pale inasema venye deputy president alikula 3 billion ya Kimwarel. Yes. Hiyo klipu imeunganika na hapo. President he was trying to tell the president alikuwa anajaribu kuambia Ruto akuwe mkweli kwa Wakenya, awaambie wakati alipewa ministry ya irrigation alifanya nini nayo, ambayo saa hii anakuja kuambia Wakenya kwamba uchumi umepanda. Wakati alipatiwa pesa aende kuchimbia watu wake wa nyumbani, wakati watu wa Elgeyo Marakwet wanateseka, aende kuwachimbia dams, hizo pesa zikapotea. Hiyo ndio alikuwa anajaribu kusema kwamba wakati unaambia watu vitu, ambia watu vitu za ukweli, kuwa mkweli, wacha kudanganya watu. Sasa huyu mwingine mwenye wacha nimalize pointi yangu. Utaniuliza swali. Kila mtu anaongea pointi yake. Sasa maswali itaachwa hadi kila mtu akishaongea pointi yake yes. Exactly. Now president wala mimi sijasikia, not unless ameongea Kifaransa ndio mimi huwa sisikii. Kama ni Kizungu na Kikikuyu na Kikisii na Kibaluya na Kikuria na nini, hizo zote ninasikia. So hawezi nidanganya. President kitu ameongea, amesema categorically kwamba sio eti ninamuunga Raila akuwe president, ni kwa sababu ninataka tulete Wakenya pamoja. That is what he said. That's the point. Why do we have to argue kwa watu wengine mpaka wanakasirika?
Kwani wewe unataka tu tuamini tu uongo wako kwa vitu zenye tunaona? No. Sisi kuwa sycophant, lakini at least kuwa na ile roho ya kukuwa na ukweli ndani yako. Na na president amewaambia ukweli kabisa kwamba ameonya mpaka bishops wenye wanapelekewa pesa ndio waanze kupreach vitu za uongo kwa watu. Wacha tusidanganyane bwana. Wewe wakati unakuja kutuambia story na bottom up venye Wakenya wanafinyika saa hii, na wewe huyo ndio umefanya hao Wakenya wafinyike. Why don't you tell us the truth? Pesa zenye zimekuwa zikitumika, Eurobond ilipotea vipi? Pesa za Kimwarel zilipotea vipi? Pesa za SGR zilienda vipi? Mbona utuambii hizo? Unakuja kutuambia wakati president sijui wameshikana handshake maisha yameenda juu. Where are you? Where are you? You are the deputy president. You are responsible. Wakati unakuja unajiekea yale mazuri yenye government imefanya, kwa yale mabaya unajidistance. What do you mean? Hizi ahadi zenye unatupatia, how sure are we kwamba unaenda kuzitimiza? Ama tena tutakupatia ukuje kutuambia kwamba haikuwa hivyo? We, tuambiane ukweli, uachana mambo ya kukua masaiko. Mimi nilitangulia kusema, ukiniuzia sera, nisikie sera ni nzuri, mimi sioni ugumu kutoka Azimio ni kuja Kenya Kwanza. Lakini kama watu wenyewe ndio hawa, hapana. Haya, tuende kwake Denson. Unaongea kulingana na kile ambacho kiliongewa. It's a comment. Skiza. The guy is talking about Eurobond. Eurobond has nothing to do with deputy president. Denson. Namjibu. Hatutaki kujibu kwanza. Talk your point, kuulizana maswali itakuja baadaye. Write down. Okay. Yes. Point yangu nasema deputy president ni mtu ambaye anaongea juu ya bottom up because he has our intention Denson. Hello. Yes. Yes. Denson. You are off topic. Tunaongelea as per what the president has said right now. Kulingana na clip ambayo the president said ati Ruto ameiba pesa. Did the president involve the statement ya familia yake kuiba pesa za watu wa COVID? Hiyo sio clip yenye imechezwa hapo bro. Hiyo vitu tunasema sio clip yenye imechezwa hapo. You have no right to limit us. You don't want us to talk about something which is just suppressing the person we are pressing. Hiyo point mimi ndio nimeisema. Si clip yenye imechezwa. Denson Makori. By the way, mimi yani unajua we want to be relevant to what we are talking about. But listen, Papa. We cannot only tackle the person we are supporting just to keep quiet. Jamaa ameongea hapa mabaya ati sijui jamaa huyo. Sijasema hivyo. Denson, mimi sijasema hivyo. Mimi nataka umgonge na facts. Peke yake. My fact. Okay, listen Papa Isaac, listen. Nimemwambia kitu moja. Eurobond has nothing to do with the deputy president. That's a fact. Yes. Right? Yes. And then jamaa anaongea project ya sijui hizi pesa silibiwa juzi. The president is talking about Kia Morales. I don't know what a deputy Libanini. Does the president include his statement that the family of Kenyatta family invested government money outside the country? That one hakuongelea. Aliongelea? Hakuongelea. The president is just pretending that mtu ametoka binguni just because he is scared deputy president, because deputy president ni mtu ametoka familia kadogo. He has a common mwananchi support and the guys want to protect the interest. Guys, I'm telling you the truth. We are taking this government and we don't need to beg you guys. Okay, thank you Makori. We don't need to beg you. Papa, nipe 2 minutes, naenda kwa another call by the time each call. Hold on. Nadai uonge. Uliona hiyo clip ambayo nimeplay a few minutes ago? Mimi niliwatch na huyu president aliongea almost it was Kikuyu, only 4 minutes ilikuwa Kisungu. Yeah. President alisema hivi, mimi nanya na Raila kazi
naomba watu wa tuunge huyu Raila for president, na hata deputy huyo mwingine atakuja kuwa baadaye akijipanga vizuri. Kwani Papa Ngeti anaunga president, anaunga Raila? Endelea sasa, utuambie wewe unaonaje kulingana na vile alivyoongea. Mimi ndio nasema tuamulia hata hakutuamulia tumchague. Wakati mmoja alituamulia kumchagua Kibaki, then Kibaki hakutuamulia mtu yeyote. Kibaki so time na responsibility zake sahizi ni kwenda kupigia mabunge wa East Africa waaka kwa hiyo ndio kazi yake sasa. No any business sahizi, any project anadanganya mtu ama hakuna anaambia mtu eti cabinet. Hata kuna kitu alisema hata cabinet tengeneza serikali ijayo, wengine hawajiuzuru. Sasa hivyo it means anaenda kupanga serikali yeye ni nani na anaenda kuretire. Mimi nasema huyo mtu kama kuna kitu alitumia achana Sawa, Fred, tumekupata kabisa. Tuone kwako Kips. Kips uliongea kidogo. Wacha huyu Mboga uliongea. Mboga hajaongea pia yeye. Lakini endelea tu Kips. How are you guys? We are good brother. We are good. Maoni yangu yenye president aliongea, it's somehow iko na fact, but kuna responsibility ya mwenyewe angebidi achukue. Unaona? Ndio. Kama aliongea hiyo mambo ya Kimare, kumaanisha yeye ndiye alikuwa anajua na alikuwa in command, ako na command zote, akomeshe hiyo ama aruhusu ifanyike. Unaona? So the facts remain. Kitu yenye mimi najua as according to my study, mtu uwezi jua mwizi kama si part of it. Unaona? So kumaanisha kuna kitu yenye anachukua ama kuna kitu yenye mwenyewe anajua inafanyika, ataku alinyamasia. Point yenye nakuja ni hapa. Pesa kiasi gani alitumia kwa PPI? Ndio. Mapesa ngapi alipromise ma MPs wapitishe? Pesa ngapi? Ndio. Kama sio pesa yenye alikuwa yani hiyo pesa yenye alikuwa ametumia ilikuwa imetoka wapi? Tukiuliza, unaona? So which means there is behind kwa hizo vitu zote. Ndio. Unaona? So kumaanisha even mpaka the president yenyewe it is a corrupt, kama anasema yule mwingine ni mwizi because it is part of them. Unaona? Kama ni principle unasema deputy yake ni mwizi, how comes hiyo mwizi anaweza kuaje na wewe ndio una sign hiyo nini, una command? So kumaanisha hiyo kitu kuna vile ilikuwa amepanga yeye mwenyewe. So it means these people are playing. Hata jinja anaongea leo, it is just somehow it is jokes. It is not the reality. Unaona? So that is your comment, huh? Hii yenye anaongea leo. That's my comment. Alright, thank you. Tuna kwake acha mtu mwingine aongee. Edwin Omboga, tutarajia kwako Wembe TV, tutarajia kwako. Edwin Omboga, your comments. Mimi wacha niseme ya kwamba Kikuyu sielewi sana, ni kidogo najua. Lakini hiyo mambo president alikuwa anaongelea mambo ya hiyo dam, alafu mambo ya eti deputy alileta mambo ya njaa, ujumi ikapanda. Unajua kuna mahali tukifuatilia tu vizuri na kusema ukweli ya kwamba wakati deputy president alikuwa Minister of Agriculture na wakati alikuwa ameipa hiyo pesa, walikuwa wapi tangu hiyo time mpaka saa hii 2022 ndio wanakuja kusema ya kwamba deputy president mwenyewe ndiye amefanya hii kitu? Ingekuwa alikuwa amefanya, wangekuwa wamemchukulia hatua.
Na hii mambo ya dam, unajua sometimes wote walikuwa kwa government. Kama deputy president alikuwa amefanya mistake na Uhuru mwenyewe akona powers, angekuwa amemchukulia hatua, na kama angemchukulia hatua, yeye mwenyewe ni kama alikuwa kwa hiyo nini, kwa hiyo kitendo yenye ilifanyika kwa hiyo damu. So hakuna njia yenye atakuja kutuambia ya kwamba hii pesa ilikuwa imepotea hivi asivi yeye alikuwa nje ya hiyo government. Wote walikuwa kwa hiyo government. Hakuna mwenye alikuwa nje ya government wakati hizo vitu zilikuwa zinatendeka. Alafu sasa ndio wanaungana na handshake, alafu anakuja kutuosha ya kwamba eti hii ilikuwa inafanyika na deputy president. Kwani yeye alikuwa kwa serikali gani? Okay, Dino Mboga, tumepata ujumbe wako. Tunaenda kwake Wembe TV shows. Okay, thank you brother. Thank you for this chance. Actually, I want to say hii statement ambayo president amesema leo, when you want to go deep in it, it has an hidden meaning. Yes. Kumaanisha kwamba of course kuna mambo ambayo yamefanyika pale kwa serikali ndani. Labda kuna vitu zenye ambazo zimepotea kulingana na hii handshake yenye walifanya na Raila Amolo Odinga. Ni ya kwamba pengine kuna venye wamepanga Raila aende defend, sababu hao ni loyal families tunajua. So rais mwenyewe kama unataka kuwa na amani, hauwezi ukaunga mtu mkono. Of course sisi ndio tuna support baba, ndio hatukatai. Lakini haifai uunge mtu mkono ya kwamba nimeendorse huyu akwe president. Na huyo ndiye ambaye mlikuwa mnapigania kabisa kinyang'anyiro. Ingawaja huku mshinda kwa rally, lakini ulimshinda, tuseme kweli. From the other side kuna hii kitu kingine. Okay, sasa tukiacha yale ya president huko, hebu nisungumzie, kuna huyu mwenye amesema ya kwamba president angechukulia deputy wake hatua. Deputy, unajua deputy amepikiwa kura kwa hii constitution ambayo tunasoma, si kama ile ya kitambo ambayo president anaweza mng'oa deputy kutoka mamlakani. So ile ya kitambo, hii ya kisasa, kitambo utoe deputy president kwa kiti, lazima ufanye nini? Uipeleke kwa parliament. Kisha toka parliament na wananchi na wao wataamua, sababu deputy amechaguliwa na wananchi. So hapo ndugu yangu nilikuwa nakurekebisha ya kwamba hakuna venye president angeweza kumtoa naibu wake kwenye kiti. Hakuna kabisa. Kitu kingine, kuna yule ambaye anasema ya kwamba okay, naibu wa rais yenyewe ukipiga hesabu yake pesa zenye anazotumia kwa siku moja ni pesa mingi sana. Ila mimi saa zingine namuunga mkono, sababu anaenda anaiba, analetea wananchi bado na wao wanazikula, sababu ni zao. Kwa sababu haizi akawaachia mtu mmoja pale, pengine huyu rais na hizo familia zingine zenye ambazo zinakula hizo pesa wakule wao peke yake. Anaenda anazichukua analetea wananchi. Sasa mtu mwenye anaenda anazichukua analetea wengine wanakula, na mwenye anazikula yeye peke yake, nani mzuri? Mimi nasema ya kwamba mwenye anaziiba anazileta ni mzuri, sababu anazitoa pale kwenye hatuwezi zifikia, anatuletea sisi wananchi wanyonge hawa wenye tuko hali nini level ya chini tunazifikia kidogo. Sema kweli, Kenya yetu sasa hivi hawa viongozi wote ambao walioko kwenye uongozi, kama ni uwezekano tungewatoa wote, ambayo najua ni vigumu sana kitambo tuifikie. Tuwatoe wote, tuanze na viongozi wapya, sababu ule uozo wenye uko pale ndani ya parliament bado, hata kama tutamchagua yeyote leo hii, bado ataenda kupigania ajilimbikizie mali yeye mwenyewe na achukue, ili okay, kwa akili yake anajua ya kwamba muhula ama tamu ijayo nitatumia pesa nifanye nini ndio nipate uongozi. So sitaki niongee maneno mingi sana kwa sababu ya muda. Ni kwamba uongozi wenye ambao uko Kenya yetu ni uongozi mgumu sana. Kila mtu uchukue kura yako, uende tu upige kura, sababu unajua wanasemanga ya kwamba wewe kazi yako ni kupiga kura, uache kuna wenye wanajua kuhesabu. So wewe naenda tu upigie Raila wako, wewe naenda upigie Ruto wako, upigie Kalonzo wako,
yule mwenye ambaye utapenda, lakini kura za Kenya hatutaziweza kama. Wanajua wenyewe venye ambavyo wanaongoza, sababu Raila 2007 ameshinda kura hakuongoza, 2013 akachukua kura hakuongoza, 2017 akachukua kura hakuongoza. Je, hii 2022 ndio atakubaliwa kuingia? Hatujui jinsi itakavyokuwa. Pengine huyu ni mdomo anamcheza pale, ifike pale mbeleni aseme, aambie watu wake tufanye hivi. Sasa sisi jukumu letu ni kuchukua kura, tupige kura, tuchague kiongozi ambaye anastahili na mwenye tunaona ya kwamba anaweza tusaidia. Wacha nimalize kwa kusema ya kwamba watu wote tuwe makini, hizi kura ambazo zinazokuja si kura mzuri sana. Wenye wanaenda kanisani wasidi kuenda kanisani na waiombee nchi yetu. Asanteni sana. Asante Wembe TV kwa sababu ya mchango wako. Nikidhani kwamba ni nani hajaongea hapa, anaitwa Moneke hivi. Thank you. Mpiamono. Thank you ase kwa nafasi. Okay, Wembe nashukuru sana kwa kutukumbusha. Ni kweli hapa mtu anaitwa deputy president halijaguliwa na wananchi. Hiyo ni kweli. Tukuje kwa hiyo mada ya leo, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alisema pole Moneke hivi, nimekumute pole gaki, pole sana. Pole. Haya. Sasa kusema ukweli, ile venye Wembe amesema, mwenye utachagua wewe ndio kuna uamuzi wako wewe mwenyewe. Mimi siwezi kuambia kuja pande pale, hata kama anatoka nje ya mada ama urudi pale. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kusema atipigia. Unajua ni wale watu wanaamua ati ako upande wa Raila. Alisema si ati namuunga mkono. Hiyo ni kitu yenye ulisikia ama mlisikia. Si ati hapana, wewe bwana. Ulisikiza hiyo statement yote? Huyo jamaa alisema hapana, acha kukataa kitu alisema. Fred, kila mtu huwa anakuwa na opinion yake. Sasa ukiongea inakuwa ni kama mtaanza kudisrupt. Yes, kubishana. Fred, kitu yenye nasema Mheshimiwa Raila Kenyatta alisema hivi, si ati namuunga ndugu yangu Raila Amolo Odinga. Alisema hivyo, ndugu yangu Raila Amolo Odinga. Mimi tulishikana mkono tufanye kazi. Nikakwambia hivi mara ya kwanza wakati nilianza hapa. Kabla ya handshake already walikuwa wamekosana na Mheshimiwa William Ruto. Kwa hivyo si ati handshake ndio ilifanya wakakosana. Walikuwa already wamekosana. Wakikosana ndio handshake ikakuja. Na nakwambia hivi kiukweli, ile Uhuru aliangalia chundani akaona huyu mzee hatamsaidia kwa hii, kama si yeye. 2013 hakuna kitu wenye walifanya. 2017 ndio Mheshimiwa Uhuru amefanya kazi, ndio kazi imeonekana. Hii miaka mitano yenye yaenda kumalizia, tuseme ukweli na ukweli usemwe, hata barabara ndio zimeonekana, zimetengenezwa. Lakini 2013 to 2017 hakuna kitu yenye imeonekana. 2017 to 2022 ndio maana tumeona barabara zimetengenezwa. Hiyo ndio maana handshake aliona Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ndio mtu anaweza msaidia. Ndio mnaweza sema ndio amemua. Wacha niseme venye Frida amesema. Ndio, hata kama mnataka kusema amemua, kila mtu ako na sababu ya kusema huyu ndiye anaunga mkono. Kwa nini? Ameona huyu mzee amemsaidia. Kwa sababu amemsaidia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aache legacy yenye iko sawa kwa inchi fenya anaanza. Kwa maana mwenye nataka kuuliza before ni sawa. Unajua Raila alishinda uchaguzi vizuri 2007. Lakini unajua ni nani alimzuia kuingia State House? Ni huyo Uhuru na Martha Karua. Ndio walizuia Raila kuingia State House. Sasa ndiye atamuingiza State House. Tuache kudanganyana bwana. Ni Martha Karua na John Michuki. John Michuki ndio walimzuia kama was the man. What are you arguing, you guys?
Hapana, Uhuru alikuwa opposition, walikuwa pamoja na Raila. Weenda huko bwana. 2007 nani alizuia hao Raila si nini? Asiwe president. Tunaingia vitu za Nani anazuia? Ni Samuel ni Kivuitu ambaye alikuwa anasimamia IBC na John Kichuki ambaye ni wa security pamoja na baba. Hakuna mwenye ameingia. I want us to elewana tafadhali ndugu zangu. Nataka nijibu huyu jamaa bwana. Tutaenda out of the topic kabisa. Tukianza kuongelea history. Imagine tumeanza kuongelea kudanganya hapo na hiyo Uhuru. Uhuru anawadanganya huko bwana. Uhuru anawadanganya bwana. Ni vizuri tuongee kitu yenyewe tunajua. Mimi unajua ni vizuri tu tuongee kitu yenyewe tunaongelea tu hapa. Tukianza kuona vitu za history hii nini, hiyo tutaongea baadaye huko kwa group. Papa, hiyo sio history. That is the fact. Uhuru 2007 hakusimama for the president, alisupport Kibaki. But the real sense Raila wins the election. Nani walizuia? Tumemaliza hiyo. Sawa, tumekusikia Freddy. Sawa Mr. Freddy. Sawa Mr. Freddy, tumekubali na hiyo mzee yako na kura moja. Na sisi ndio tunampea kura. Sawa, tumekubali. Now, Papa, I think nafasi ni yangu sasa. Yes, ni yako na Steve. Unajua, okay. Walinikatisha, si kumaliza lakini is okay. Munapeananga nyinyi watu wa NASA, nyinyi munapeananga manafasi mingi. Nimetoka nimeenda. Sasa nafasi gani? Si tumesecurity bro. Sasa nani anapewa aje nafasi kila saa na kuna watu wengine wanapewa. No, si mimi ndio nimeanza. Mimi ndio nilianza, wengine wote wameongea. Umeanza nini Nash? Mr. Freddy, wewe ndio umefanya interruption mpaka mtu hata unajanganya baba ajui. Wewe monyo. Monyo, acha kuongea propaganda mingi. The president said in Kikuyu anasi watu wake wa Freddy, you are reducing this platform to your I don't know what I should call it. Mr. Freddy, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta acha kushika na punduki akwambie enda upigie Raila. Uko na kula yako. Tuendelee na Steve. Freddy, wacha tu nikwambie kitu ndugu yangu. Kumbuka wakati tunaongea hapa watu ni wengi wanaangalia hii platform. Please let us behave ourselves. Nadhani hii clip yenye imechezwa mimi ndio nilianza, wengine wote wameongea, mwenyewe ndio alikuwa wa mwisho. Now mimi ndio inafaa nianze round 2 hivyo tukienda. Sasa ukiongea hivyo unajua mimi nakushanga. I don't know. Sijara tunadebate na watu gani. Okay, kuna mtu ameongea kuhusu deputy president eti ni kwa nini hakuchukuliwa hatua. Wacha nimwambie hatua ilichukuliwa na ilichukuliwa kinjia gani. CS mwenye alikuwa anashikilia hiyo docket ya agriculture alitolewa ndio kukaingizwa Munya kwa sababu ya hizo corruption zenye zilikuwa zinaenda hapo. So hatua ilichukuliwa, si eti president hakufanya kitu. Alafu kuna huyu ndugu yangu ameongea vizuri na nasikia anaongea vizuri, lakini anakuja anatuambia heli yule mwenye anaiba anakuja anakula na sisi kuliko yule mwenye anaiba atujipa ananipeleka. Bro, hakuna mwizi mwekundu na hakuna mwizi mweusi, mwizi ni mwizi. Wewe kama unajua kwamba hawa watu wote ni wezi, kuna jamaa anaitwa sijui nani anasimama upresident, ana any scandal, ni manifesto yake ni akichaguliwa president ataregularize bangi iuzwe China tulipe deni. You can go and vote for him. Juu huyo ndio mtu wako clean. Lakini hawa wengine wote ni wezi. Sawa, tunakubali. Lakini we look for the lesser evil. Na the lesser evil tunaangalia track record ya mtu ndio tupate lesser evil yake. Kama umekuwa kwa ministries fulani ama wakatulishikilia cheo, ni nini ulifanyia wa Kenya ndio tukuchague. Since venye watu wengi wanasema farasi ni wawili. Farasi wawili tukiwasimamisha, nisimamishe Raila hapa na Ruto hapa. Ni nani akole lesser evil? Now we should be discussing agenda za hawa watu. Sio stories za 207 sijui wewe ulisababisha. Nani alikwambia kwamba wanasiasa uko sana?
Sasa kama alimzuia kuingia 207, nani amekwambia sasa atamzuia? Hizo ni vitu zenye tunaongea non issues things. Kuja hapa niambie agenda za Ruto, sio kuniambia sijui huyo mzee akona track record. Hauijui. Wacha nikwambie ubaya wa Raila basi. Na mimi nafanya Ngoja bro. Sasa nikwambie ubaya. Ngoja brother. Freddy. Why don't you behave? Fred, nataka tu nielewe. Unaona hizo points zenye ni mbaya utazieka, alafu akishamaliza utaongea. Freddy, umeniuliza uzuri wa Raila. Sijakueleza, unataka kunieleza ubaya. Hivyo ndio huo una debate surely. Tukiangalia Raila, tumwangalia wakati alikuwa prime minister. Ni nini alifanya? Ni mambo mangapi alifanya? First of all, alikuwa kwa ministry ya roads. Wakati wake ndio kulidesigniwa barabara ya Thika highway, mpaka anabomoa nyumba za Wakikuyu. Wakikuyu wakaanza kusema huyu mtu anatubomolea manyumba. Lakini sasa hivi hao mandugu zetu ndio wana benefit na hiyo barabara, sio wewe hata Mkisi. Wakati aliingia kwa nusu mkate, walituletea free primary education yenye I'm very sure wewe na mimi we are part of the beneficiaries wenye wali benefit from free primary education. Huyu Raila amehusika kwa kikosi ambacho kilileta katiba mpya ambayo Chief Hasla alioppose. Sasa hivi wewe ukisimama hapa ukiongea vibaya ni kwa sababu ya huyu Raila. Sasa hivi unaweza mtusi, unamwambia ako na kura moja na hakuna kitu inafanyika. Unaingia kwa bed unalala, unaamka asubuhi hakuna mtu anakuja kukuuliza. Laiti ingekuwa ni ile katiba ya kitambo tuko nayo, sasa hivi ungekuwa kisi prison wewe. Sasa kuna vitu unajua mtu ukiongea, tusiongee tu kama watu wenye tuko blind. Ndio, mimi sisemi eti ni mzuri, sisemi eti amefanya sana, lakini hiyo ndio lesser evil yenye mimi namjua nayo. Sasa wewe wakati unakuja na wewe na mtu wako, usiniambie ubaya wa mtu wangu. Wewe niambie uzuri wa mtu wako, akishinda huyu wangu, nitakuja kwako. Wacha propaganda zenye hazina miguu na kichwa. Nimemaliza. Wacha nikujibu. Freddy, haunijibu. Tunaenda na quorum venye iko, itafika time yako usubmit. Kama ni swali uniulize. Sawa, wacha nikuulize swali. Na mimi nikupea reason why. Muulize swali, lakini kama ni reason una submit ama unaniuliza swali? Wewe acha kunipea condition mingi. Wacha kunipea condition mingi. Wacha niongee. Haya, ongea baba. Mtu mic yake ni wacha ni remove studio na nirudi ndio hii yako ipotee. Okay. Iko hivi, Fred unaweza kuongea? Nita mute. Fred. Mtoe kwa hiyo akaunti ingine. Fred ako mara mbili. Hebu mtoe kwa moja. Right, Fred. Sasa mtoe zote aingie. Okay. Ameingia na moja. Yes, ongea. Reason why wezi support huyo mzee. Ndio. Huyo mzee has been an MP. Huyo mzee amekuwa ni kama Lang'ata constituency on that side bila ikiwa ndani. Unaona hata neti haiwezi mualao kwa sababu ni uongo.
Sikia wewe, acha kusema ni uongo bwana. Atoke arudi. Hapo na We cannot hear you. We cannot hear you. Fred, tafuta net alafu urudi. Kindly. Atumsikii. Kila nimekuona hapo, karibu sana. Asante sana Isaac, umepotea sana. You look good by the way. Najua Sijapotea wamama hapa mimi. hawawezi wakakuambia ukweli. Alafu Yes, fungua thank you for coming. Mbona umetulia hivyo? Hebu fungua kamera. Hapana, sitaki kufungua kamera because it's, nimezima simu, niko kwa kitanda. Nataka ku give I want to support Nashti hapo kidogo. In fact sijasikia chenye mnaongelelea vizuri. Sijasikia chenye mnaongelelea vizuri. Nimetoka kwingine nikaingia pap. Ebu nipe nini chuchu haraka nikienda. Okay, kuna statement ambayo tulicheza statement ya kwanza. Sijui uliona statement ya kwanza? But it's all about yale mambo ambayo kidogo rais aliongea leo, na lakini the second part tuliweka akisema kwamba mimi si support Raila kwa sababu ya kwamba yeye ya kwamba I don't know. Ebu Nashti mu explainie. Naona ni kama nikiexplain nitaonekana ni kama naegemea bwana fulani. Okay, yeah. The president alisema si support Raila kwa sababu kwamba akuwe president, lakini ninataka tushikane, ni kwa sababu tushikane, tulete Wakenya pamoja. Hiyo party ndo tulikuwa tunadiscuss ya. So Yes. you give your opinion on that point. Okay, for me I want to say that tangu hii handshake ikuje, things have really changed. Yes. And they have changed for good. In our favor, unaona. Ukiangalia kuna nini, yani maendeleo ukiangalia vizuri venye sikuwa na follow vizuri. Ukiona time yenye Ruto walikuwa na rais pamoja, na ukiangalia wakati Uhuru wako na Raila na hiyo handshake, things have changed very good and very nice. Though hata kama nini cost of living imeenda juu, we don't deny, lakini hii mambo ilianza kitambo. Hii wizi ulianza kitambo. Huyu mzee wa Sugoi aliiba kitambo. Unaona? So kitu yenye ilinishtua leo ukisikia rais amesema, unaona hizi pesa zenye mnaletewa kanisani, hizi ni za wizi. Hizi ni za dams zenye mlikuwa mtengenezea mkunywe maji. That's so embarrassing. Let me tell you, there's nothing, hakuna kitu yenye inaumanga kama kukaa bila maji. Leonard, kukaa bila maji. Yani you see those people in Turkana, in Marakwet, they don't have water. Alafu mtu anachukua mamilioni anaenda kumwaga kanisani. Unaona? Eti yeye aonwe yeye ni mzuri, anachua kuomba sijui bla bla bla. We give according hata wewe venye, hata sisi venye tuko hivi, hata tukitoa 10% Nash, we give our 10% according to our salary. Si ndio? Si kupepa pesa yoyote napeleka then you utaki kumaliza what you started. Wacha nimalize kuongea kwanza. So for me I will say that President Uhuru has done good, but Raila Odinga is a peacemaker, by the way. He's a nice guy. There is no day I will just I will wake up and start supporting nianze kusupporti mtu yeyote sijui nini. No, Raila ni mtu mwenye anapenda amani, na ukiona mtu mwenye opposition anakuja pamoja kutetea Wakenya, this guy this time around he must. This time around we are ready for him. This time around we will support him. This time around tutamsukuma. Papa must rule this country. We must change. It's time for change, in fact.
Mwenye anataka kuniua hapa na maswali mingi, mimi si wenu, unijui. Don't ask me anything. Papa must rule this Wacha country. tukuulize tu Makongoti, swali moja. No, Be coming down. Me, I'm not your sister. Me, I'm not your sister. Don't ask me question. Give your own hapa si opinion. kurushana maneno. Hapa tunaongea, tunauliziana tu maswali. Hawa ni wale wajui mali, hawa ni wale wanasikia ya leo, wanakuja kuongea ya leo. Brother Makongoti. Kwa sababu hauko umechangia, lakini najua uliwatch hiyo clip ya tumeplay ya pili. No, listen. Maneno ya clip, okay, kuna kitu ni wanda kuulizia msichana. Maana ametoroka. Unajua? Hawa ni wale, kama kuna mama mwingine hapa alikuja hapa. Yanasi ulikuwa ile siku. No kwa lenge yule mama mwenye alikuja on Sunday. Tuache. Wewe kwa deno. Alikuwa anasema ati Ruto anasafirisha wafuasi kutoka Nairobi kwenda Mount Kenya. Nikamkataa. Ulikuwa nasi? Makongoti, wewe ndio uko hapa. Mimi nilikuwa hapa Sunday. Hiyo story iliongelewa Sunday. No, nilikuwa hata hiyo siku mimi ndio tulikuwa na Alex. Tukakuwa na Katwe. I remember mimi sikunywangi pombe. Hiyo ni Sunday, mimi nilikuwa studio. Okay, sasa acha nikuje kwa mjadala. Nilisikia hapa nani akiongea nikarushwa nje. Pativo nilirusha nje. Nashi anaelewa shida zangu. Niko na swali moja Nashi. Ndio maana naamini niongee yangu. Nimesikia mkisema bra mambo mingi juu ya Ruto. Nataka Nash uniambie track ya record ya Raila Amolo Odinga akiwa member of parliament. From there uache maana akiwa waziri. Umeelewa Nash? Uniambie jenye alifanya akiwa member of parliament akakuja waziri mpaka opposition amefanya kazi yani ya opposition mpaka handshake. Wacha nikuchape kwa uso. Alipigania multi-party akiwa mbunge. Yes. MP. Akiwa mbunge alipigania multi-party. That's way alifanyia nini watu wa Kibera? Sikiliza. You know, it's hard. Kuna mtu ako na microphone yake. Amefunga. It's hard. It's hard to reduce Raila Amolo Odinga to how can I put it? Raila ni mtu ni nationalist. Unajua yule wakati unamreduce to that angle. Ngoja. I'm answering your question. Sikiza hata kuelaborate kitu. Nataka uniambie akiwa member of parliament alifanyia nini watu wa Kibera? Alikuletea multi-party. Hiyo that's a national. Achana, that's a national. Kuachana mambo ya akiwa member of parliament. Sikiliza. Raila Amolo Odinga has never been my member of parliament. Yes. Raila Amolo Odinga has never been my member of parliament. That one I cannot answer. Ni kama venye saa hii wewe nikuulize. Kuna ka history Kibera. Relax. Ni kama venye saa hii nikuulize. Deputy President alifanya nini Sugoi when alikuwa member of parliament? I can tell you for free. Hauwezi sema. Na kama utasema utakuwa unatudanganya since we have that record. That one I'm very sure 100% utatudanganya. Siwezi kudanganya. Mimi niambie, that's why wakati ninapatiana zile nimekuambia nimeanza na track record yake wakati wako kwa serikali ya nusu mkate. Si kuanzia way back. Na wewe it will be better mtu wa UDA aanze kunipatia track ya deputy president akiwa deputy president. Mimi sijaitisha za huko nyuma. Okay. Simple as that. Number one jamaa akiwa mmeanza kusema anaipa anapeleka pesa kwa huyu jamaa. Ukifuatilia track record huyu jamaa alianza kutoa hata kama akiwa member of parliament. Acha amekuuliza question nzuri, utaki kumwanza unampeleka Suskis. Unajua hii ndio shida ya watu ODM. Listen, najua na ndio maana napenda Nash anasikiza ikimuuma ananijibu. Hata nitakuja nitakuuma hata masikio. So Nash,
Mimi hiyo kitu najua, ukienda huko mahali mnamwambianga Sugoi MB akiwa MP, huyo jamaa enda ufuatilie mzuri. Huyu jamaa amefanya mambo mingi huko kwao akiwa member of parliament. Hii maneno mnaanza kusema ati anatoa pesa, ati anaiba pesa. Of course okay, agiba acha ipa tulete. Raila yeye anaiba anafanya nini? Bado Okay, sasa watu wa Kipera wanasumbuka hapo tu nao. Amefanya mambo gani kwa hapo? Wapi? Huyu jamaa ukienda kwao, acha nikwambie sasa, we acha nikwambie huyu jamaa ukienda kwao huko Eldoret huko. Hakuna hii constituency hakuna darasa lenye iko ya nini ya matope. Kama uko Kisii unaenda utapata mashule mingi za matope. Kipera kuna mashule za matope. My friend mwenye alijenga hiyo shule ni mtu anaitwa Daniel Toroitich arap Moi. Hizo shule sasa, hii ndio shida yenu. Hii ndio shida. Nataka uniambie ya nani akiwa member of parliament ndio tukuja akiwa prime minister. Hapo unajua naserewa maneno yenu. Si propaganda. Baba ni kidogo tu. Just another kidogo tu, naomba nijibu huyo muungwana. Muungwana waje nikwambie hivi. Kitu yenye unasema Mheshimiwa Raila Amolo amefanya, hii freedom yenye unaongea, hiyo ndio kitu ya kwanza. Sawa? Ndio maana mtu anaitwa SK Masharia anamfuata mpaka wa leo, Moi akitaka kumfungia TV. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Kitu ya pili, multiparty venye Nasha amekwambia, hata Ruto haingekuwa kama yes, kama kitu kama hiyo. Ukienda hii inaitwa yeye akuchinyima kama aseme wacha na propaganda mingi, nataka uniambie akiwa member of parliament. Mimi nakwambia kitu yenye najua. Achana mambo ya national. Nataka uniambie akiwa member of parliament alifanya nini ndio tukuja akiwa minister. Alikuwa yeye anafanyia wananchi wote. Si ati alikuwa anafanyia wake bila peke yake. Alikuwa anafanyia akwe Mkisii, akwe Mjaluo, akwe Mkamba. Barabara yenye alileta wakiwa coalition na Mwai Kibaki fika. Huyo ni Mheshimiwa Amolo Odinga. Kwa hivyo ati alifanyia because anataka afanyie Mkizie afurahie. Yeye alikuwa anafanyia wananchi wote. We Monyo, nataka nikwambie kitu moja. Raila angefanya because Raila ile legacy ya papa yake iko. Huyu jamaa anaitwa Ruto Hasara Nation, huyu Hasara wetu hakuwa na legacy yoyote hapa. Angefinyiliwa venye huyo jamaa alifinywa ile wakati alifinywa Makende, na yeye angefinywa. So zaidi amepata nguvu ya kuongea, na yeye wacha ongea akiwa nani aongea. Mimi tunaongea kitu yenye hata ujui. Mr. kitu yenye unaongea inavaa withdraw your statement. Mtu asikie tafadhali. Siasa yako itaipeleke kwa Kisii County. Tulia bwana, tulia. Kai. Mnaenda hadi mnasahau kwa hii nchi bwana. Kai. You see now, that guy, I withdraw your statement venye ameongea hivyo, please. For what reason? I cannot withdraw. Mimi unasema unajua kile yenye amekufanyia nchi. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amefungwa miaka 7 tena akakuja akawekwa 9 kwa sababu alikuwa anatetea mwananchi wa Kenya. Mister, si ati alikuwa anajitetea yeye mwenyewe, alikuwa anatetea mwananchi. Nini huyu Ruto amekufanyia akiwa deputy president? Papa. Hello, Papa, unajua the problem is when you are reducing Raila to a village kingpin, hapo ndio inaleta shida kidogo. Kwa sababu I remember Raila, he was the member of parliament, ni part of Lang'ata. In fact, it was Lang'ata constituency, sio Kibera constituency. So wakati mtu hapa anakuja anakuambia stories zenye ziko upside down, unajua mimi nashangaa. Na kama tutawaangalia from that level unawaangalia wewe, basi huyu ndugu mwenye unatusongezea akona problem. Maana first of all,
if I may ask you a question, why is it that the former president Daniel Arap Moi raised him politically? The same Daniel Moi died bila kutaka kumuona karibu na yeye. I don't know whether you can answer that question. I don't know. Ni kwa nini mtu akumente, akulete kwa siasa, akusimamishe? Huyu mtu inafika wakati anaenda kaburini, anajua mtaionana tena na anakataa, hataki kukuona kabisa. Is there something that we don't know? Sasa hivi tuko hapa tunazozana kwa sababu ya maneno yenye yameongelewa Sagana. Wakati President Uhuru Muigai Kenyatta, remember, huyu ni deputy wake, anamjua in and out than me and you. The president is the president of the Republic of Kenya. Haezi kuja kusimama mbele ya TV aanze kusema vitu zenye haziko, aanze kupaint tu mtu ubaya wenye hauko. My friend, we need to sit down. We need to check this. What is it that this guy is doing yenye inaenda against na hawa watu wote? Iende against na Moi, iende against na Raila, iende against na Uhuru. Wewe mimi niko na jibu. Yes, Uhuru ako na uchoyo because huyu Ruto ametoka chini akiwa ako deputy president na amepata umaarufu sana. That's why anataka kumrate down. Anataka kumrate down because huyu jamaa ametoka nowhere, ndio ako deputy president, ndio sasa anataka kuwa president because ile legacy ya huyu jamaa. No, sikiza, si wote nidanganye basi. Hata wanasiasa wanawadanganya ndio mnawapigia kura kama hii 6K. So why huyu jamaa anasikia uchungu? Hata wewe Nash, acha nikuulizie swali moja. Tuuliziane tu hapa kama wanaume. Nash, wewe uko opposition na mimi niko kwa serikali. Huyu papa, hapana papa kwa huko kwenu. Freddy wangu ako nyuma yangu. Freddy sio alienda wapi? Freddy ako nyuma yangu, ndio deputy wangu. Apate mimi Makokoti nimekuja kuungana na wewe Nash. Huyu Freddy atafikiria aje? Kuna vitu zingine hapa hata sisi wa Kenya tunastahili kufikiria. Na ile vita huyu jamaa amempiga vita mbaya sana. Kwa ile historia, ukifuata historia ya Kenya hakuna msikiza. Acha niongee papa, please. Nimekupea nafasi yako, wewe amtakangi sisi tukieleze. Kwa ukifuata historia ya Kenya, sikiwangi historia mzuri, lakini mimi najua hakuna deputy president amekuwa deputy president atoke kuwa deputy president akuwe president. Hakuna. Nataka uniambie ni nani? Nashi, ni wewe? Amuka. Oh, okay. Umenipa nafasi sasa. No, sasa jibu swali niendelee. Sikiliza. Since tupate independence. Usiende hivyo kama cherehani yenye inashona suti. Tulia, twende hatua kwa. Yeah. Umeongea kitu kwamba rais alileta okay, sawa, nitaenda venye unataka. Mimi najua hakuna venye, unajua kuna kitu kimoja ujui. Yaani katika upande wa kuongelea siasa mimi hakuna venye naweza nitoa upande wa facts, lakini kama ni uongo mimi kama tuko hapa kubishana uchukue kikombe, me I'll give it to you. Utachukua hiyo trophy. Lakini kwa upande wa facts, laying down the facts, my friend, hautaniweza. Wewe unatuambia kwamba walishikana mkono, deputy hakujua. President ako kwa record kutuambia kwamba alibrief his deputy whatever they were doing with the former prime minister. Mpaka ako kwa record wakati BBI ilikuwa inazinduliwa, deputy president alikuwa amekaa hapo kando. Kama kweli rais alidanganya, deputy angekanusha ile siku. Na wewe ninafurahia
kwa sababu umesema na mdomo wako kwamba hakuna mtu ashaikuwa deputy na akakuwa president. So we have an answer kwamba huyo ni deputy hatakuwa president. So case closed. Unaona hata ametoroka. Haya. Anyway, tushaongea mengi, tumekula mengi. Sasa ni wakati wa kuongelea one major thing. Baada ya rais kuona kwamba corruption imechacha, what will be your advice to our president on the matters of corruption, ata deal na stories za corruption badala ya kuongea kwamba amefanya hii, huyu amefanya hivi? What will he be doing to these people ambao wanafanya wamejiunganisha na corruption sana, badala ya yeye kuja kuongea ninawajua anastahili kufanya nini? Because there are some countries ambazo president amesema, some of the presidents waliamua ukipatikana tu na corruption jela, na ukweli inapatikana like mtu anaenda jela tu straight, ni kitu ya kupingana. So what will the president do? Okay, kwa hilo you know the problem in our system. Charidika after 24 hours nijibu sikutoroka, nilifurutwa siku niambie. Ulifurutwa na nani? Swali lako wewe unajua. Si nimekujibu nikamaliza, mpaka wewe mwenyewe ulimalizia kwamba deputy hata kuwa president. No. Si hapo ndo tulimalizia? Okay, kuna nyingine? Okay, baba only 3 minutes ama 2 minutes niongee nijibu huyu Nash. Nash ni rafiki yangu sana. Unanijibu Mombasa siku moja. Na kujibu direct. I will host you. Na kujibu. Sasa hii ndio hilo huyu jamaa akona uchoyo. Huyu jamaa amekuwa deputy wangu na amevutiwa sana, anataka kukuwa president. Hii ni historia anataka kumake Kenya. Hiyo ndio huyo jamaa kuna uchoyo mbaya sana. Hiyo maneno inani amesema Papa, amesema pot corruption. Tuko na maneno, wamezundua vitu mingi sana. Watu wenye wana hate speeches wako na koti yao. Watu wa corruption wako na koti yao. Tuko na churches Kenya. Kwa nini wasimpeleke huko? Kama yeye ni mwizi, si wangempeleka. Wanamwogopa, ana bunduki anawapiga. So hii issue ya Uhuru na Ruto kukosana, Uhuru aje akuje clearly atuambie huyu mtu aliniibia pesa, sasa nataka kumpeleka kotini. Si maneno tu ana hide because anataka kupea nani uongozi, aende kuwalindia mali yao. Ninaweza jibu. Umemaliza, usifutwe tena uende. Now story ya kumbuka Kenya tuko na problem moja. Ebu Papa, imagine saa hii deputy president anaitwa mwizi, na kuna watu kama hawa wanatamani watoboe screen watoke wakuje wapige mtu. What if siku moja kuamke usikie deputy president ameshikwa yuko ndani? What will happen? Hapo sasa ndio unajua yeye ni sikiza nijibu. Listen, I'm answering the question. Sijamaliza. Umeniulizia swali mimi na kujibu swali. No. Wacha nijibu ni mali. No, behave. Sasa unajua tuko na rais ambaye anaangalia mbele. Kwa sababu gani? Kenya tuko na issues zenye wakati kiongozi fulani amefanya jambo anasingizia jamii. Yaani anachukua jamii yake anaweka nyuma yake, of which yani akifanyiwa kitu tu utaona jamii yake inainua, mtoto wetu anafanywa hivi, ama supporter wake wanasema mtu wetu. I can give you a very small example. When Sonko used to be taken to court in Nairobi, I think those days ulikuwa hujaenda Maju, ulikuwa hapo, ulikuwa Nairobi. Umesema umefanya nini Nairobi? Okay, sawa. I think you were in Nairobi. Wewe mwenyewe ni shahidi. Huyo ni Sonko. Imagine nini kilikuwa kinafanyika Nairobi? Maandamano everywhere. Lakini at the end of the day, hata wewe mwenye unaandamana nikikuja nikuulize, hivi Sonko ameiba hii pesa, kuna venye amekusaidia? Hakuna venye amekusaidia. Lakini kwa vile tu unajua
huyu ni mtu wangu, ninamsupport na anafanyiwa hivi, kama amefanya ama hajafanya wewe hutaki kujua, wewe unaandamana tu. Hiyo ndio problem. Now president ako on record kusema anataka Wakenya waunganishwe, si mtu wa kugawanya Wakenya. Maana anaangalia, alafu timing pia haiko kwa upande wake wenye unaweza kusema now, hey deputy president, kama ameiba, si makoti ziko, si wampeleke. Timing is not on his side, and that's why unasikia Raila Amolo Odinga akisema he's going to deal with corruption. He's going to deal with corruption. Never on this earth since nisikie deputy president akianza kukampeni nimemsikia akitaja neno corruption mahali. Hajasema venye atadeal nayo, hajasema venye atafanya. At least hata kama yani sijamsikia. Afadhali baba, hata kama mnasema kwamba kuna mwingine alikuwa hapa anasema ete sijui ana support watu wenye wako corrupt, at least yeye tumesikia akiongea. Hata kama hatafanya, kuna siku tu mtu kama papa hapa ni mwandishi wa habari, atakuja kumkumbusha kama atakuwa president, when you are looking for the vote you said you are going to deal with the corruption. Lakini deputy president hakuna mahali ameiongelea, kwa sababu anajua is the king, is the whatever, how do we call the godfather, anajua. Kwa hivyo maswala kwamba mnatarajia eti Raila rais amchukulie hatua, hilo kwa sasa hivi halitafanyika. And that's why you see wakati kulikuwa na issues na upande wa irrigation na agriculture as a whole, CS wa hiyo mwenye alikuwa anashikilia hiyo docket alifutwa kazi. Alikuwa anaitwa sijui Kirchiri sijui nani, something like that. Alifutwa kazi akapatiwa Peter Munya. Rais anajua kwamba deputy president alipigiwa kura, si mtu wa kuendea venye unafikiria, si mtu wa kufutwa kazi venye unafikiria. So vitu zingine tuongee tukiangalia facts ziko wapi, time ina give hiyo chance hicho kitu kufanyika. So we need to sober up. Nash. Alright. Baba. Kwamba Kidogo nipe nafasi. Unajua nimesikia my brother akiongea hapa. So kulitokea na time gani ya kupeleka BBI kwa koti? Kulitokea, unajua vitu zingine zizi wa Kenya, wacha tuangalie mahali tunapelekwa kubaya sasa. Huyu jamaa anaitwa Uhuru ameonyesha mzae mahali anatoanga madeni. Sasa anakuambia saizi, wacha nikwambie ile bei yenye itaenda kupanda ya vitu zingine Kenya. Mimi acha nikwambie, nasi tuko hapa. Tuko next year iko karibu ama mwezi wa 9 utaona. Lakini kitu mimi naweza kuambia, wale watu wako kwa Raila nyuma wako corrupt. Akina Murage, ulisikia president akisema ni pesa kungapi ndawaweka hapa mbele, waliwekwa. So huyo president hata yeye ni corrupt. Yeye ndio msaliti mkubwa, ndio mwizi mkubwa. Because wacha nikwambie baba kitu moja, sisi kama wa Kenya, Nash nimemfuatilia sana, politics ya Nash ni mzuri. Anaanga hate speech, anaongea tu poa na anasikiza venye tunamwambianga. Kwa hii Kenya kila mtu ni mwizi, lakini ile succession yenye nataka kufanywa inafanya succession because wale watu wako, nakwambia wale watu wako hiyo nyuma, hapa nyuma. Tarehe 9 inafika mwezi wa 8, tutaonana hapa mtu kumtu hapa tu hapa nasi, tuone hiyo maneno mnatuambia kama itafaulu. Because hizi kama Wakenya tunastahili kuangalia hapa kutaumana vitu mingi kama wanaleta sijui mapili kwa bunge zenye zinafaidi huyu jamaa anaitwa Friday. Ndio nitakupea mwelekeo Wasimio kwamba Friday ndio nitakupea mwelekeo na nitakwambia hapa kama umeruka topic tena. No, hapana, mimi naenda, lakini Friday ndio nitakupea mwelekeo wa Azimio ya kuzima, na nakwambia ukweli hapa, utajua tu. Hiyo siku tutapatana hapa.
Mungu akubariki. Thank you so much. By the way, we are up to time. Acha niasome SMS ambazo zimeingia alafu tutamalizia. Watching from Nairobi, Westlands, power is generally valued as it offers success to numerous tangible and intangible benefits. Fear of losing it might therefore initiate behavior responses aimed at capitalizing on those benefits while it is still possible. Therefore, we purpose that leaders' fear of losing power may sway them to engage in self-serving behavior. Moreover, we urge that their effects is particularly strong in environments characterized by competition and rivalry, given that such. That is Nicodemus Magere kutoka maeneo sijui ni Westlands pale Nairobi. Evelyn Ondego anasema kwamba we can't see okay, that one we can just avoid it. Wananiambia Fredi alitubo, sijui aliwabo nini. Alafu Jennifer Keruba anasema call police. Maswali ni mingi. Aya, Evelyn Ondiga anasema kwamba next time watching of you daily from London. Thank you so much. Nasambaza hii channel to friends. Namsambaza hii channel to friends here too. Good job. Thank you. Okay. Michelle Rojito anasema kwamba watching. Wamula wakula huyo Ruto ni na wakale. I don't get this nini. Moi Calvin Mosea anasema kwamba Moi hakukataa kumuona Ruto. Hiyo mipango ni ya wanasiasa walipangia naibu rais. Michelle Rogers anasema kwamba Raila alisema leo wameongea na Uhuru wapunguze chakula. Alisema kuhusu mbolea. Unajua kuna watu alisema ataongea na Uhuru waone venye wanapunguza mbolea. Si alikuwa na watu wa kutoka how do we call it? North Lift na South Lift walikuwa wameenda kumtembelea leo. Okay. Anyway, your message to the president ikiwa atatazama hii video, what is the message? Uliongea about corruption. Yeah, si ndio nimesema hiyo hatuwezi mwambia saa hii take an action since the time is not on his side. Kitu cha pili, zile docket zilikuwa na hizo issues za corruption, pesa kuibiwa, alisort juu alitoa hao watu na kaeka wengine. So to some extent he has done it. So sasa hivi hatuwezi tarajia kwamba aseme mtu fulani kwa sababu time pia wacha tungoje Raila venye ametupromise kwamba akiingia atadili na corruption. Let us wait and see. Na kitu yenye mimi ningependa kusema Deputy President, I don't think kwamba kwa constitution kuna mahali popote inasema kwamba Deputy President afai kusema kwamba mtu fulani ndio naona anafaa ashikilie watamu mimi nikitoka. Hakuna. Na hao watu wenye wanamwambia kwamba asiambie wa Kenya kwamba anawapatia mtu fulani, mbona wao wanatuambia kwamba tuvotie mtu fulani? Kumaanisha wao ndio wenye hii Kenya, rais yeye si Mkenya. Kila mtu ako na right ya kusema kwamba mimi ninaona tuvotie mtu fulani. Na rais ni mmoja wa Wakenya. Kama wanataka rais asiseme hivyo, basi na wao wasituambie, waache Wakenya sisi wenyewe pia tuchague. Alright, thank you brother. Tumalizie hapo alafu tuseme tu may the grace, may the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Spirit be with us and forevermore. Amen, amen. Thank you so much. Tutapatana tena siku ingine ili tuweze kuzidi kwa maongezi yetu. Mungu akubariki sana. Haya.